maybe enda kanisa penye tu umelelewa ukijua kuendanga kanisa. Achanga na kuwa mahama na kanisa juu sasa mimi we enda penye unajua penye mama yako alikufundisha kwenda kanisa kama ulifundishwa ukiwa mdogo ama wazazi wako enda hapo. True. Achana na hizi zingine kanisa imetokea huyo pastor anaombeana sana ama rafiki yangu ameanzisha ujui huyo rafiki yako anaendanga wapi saa yenye amko na yeye hata kama alikuwa mtu anahubiri ujui alienda akaekwa spirit gani kwingine. Very true. Kwanza mimi siku hizi mtu ananiombea mimi heri nijiombe bas. Siku hizi kwanza siku hizi hata rafiki yako eti umwambie mimi niko na hii shinda nisaidie kuomba ujui anaombanga Mungu gani. Very true. Mimi siku hizi siamini watu wa kuombea na acha niombe yangu ifail. Hata kama nimepigana na hizi mashetani miaka karibu 3 sasa. Wewe jiombe yako iko sawa. Acha nipigane nazo. Mpaka nizipige mimi mwenyewe lakini ya kupiganiwa na mtu sioni kama atapigana vizuri. Jiombe. So kwenda tulijaribu kuapproach Ashas. Walisema aende unaona sasa watu wanaombewa na prophet ako hapo. Wakasema aende hosi. Aende hosi na prophet ni yeye anaombeana si huko nje. Na mbona asimuombe? Sasa mimi sijui kama ni kumuogopa ama sasa unajua hiyo maybe ni beyond wao. Aje, si uende usimame pale uombewe. Sasa hawakutaka walikataa. So ilibidi atafute painkillers. Sasa si waliinsisti wakatoa nguo walipata amewekwa watoto na huku kando. Kando ya mapaja. So wao walianza kuuliza kwa nini sanduku yao ni mzito hivyo. So unaona sasa watoto. Wale watoto wenye hawakujua mochari maybe mtu amesema yeye asha surrender au lazima watafute mahali pa kwenda. So wanaekwa kwa miili zingine. Wao walisema wao walikuwa wamewekwa sijui watoto 2 ama ni 3 na katikati ya miguu. So ilibidi watolewa wakasema wao waziki watu wengine. Hello guys, how are you doing? Natumaini mko sawa ama natumai mko sawa. Mimi niko sawa kabisa. Majina yangu ni Saimo K. Na before hata niende sana, kindly make sure umesubscribe kwa hii platform juu tunakuletea vitu mzuri sana. So for today show ya leo mtakubali tu niongee na Kiswahili kwa sababu niko na dada yetu hapa mwenye amenitembelea kutoka huko Meru. Sasa Kikuyu yake kidogo inampea changamoto na haezi ongea Kimeru. So tuongea tu Kiswahili leo. So mko karibu sana na for now naweza taka kumu-introduce atusalimie na atuambie majina yake na from there tusikize story yake. Na ukae hapo ndio usikie hii story because it is very deep na najua itasaidia wengi sana. So mko karibu sana my sister. Habari yenu? Tuko salama sana. Kwa majina naitwa Lilian Gasheri Bahati. Mzaliwa wa Tharaka Nithi County. Tharaka Nithi? Yes. Hii yenye tunasemanga tunakuwa tumeongojea kura za huko. Wakati wa nini? Okay, umetoka huko. Nyinyi ndio umetupea DP. Actually it's from my ward. From your ward? Wow. Najua kwake. Hebu msalimie. Labda atapatana na hii video. Msalimie na Kimeru. Msalimie na yenye atasikia hiyo Kimeru. Ama usalimie watu wa Meru general na Kimeru. Kwa watu wa Meru, Tharaka Nithi County, Mugani Kairi. Our deputy president Kithure Kindiki ngukethia muno. I hope this video fights you well. Kabisa, asanti sana. Nashukuru sana kwa kutembelewa na wewe hapa. Na pia watu wa Meru mkiona hii video, msubscribe. Unaona pia tuna consider watu wa kutoka huko. So, karibu sana. Umesema unaitwa? Lilian Gasheri Bahati. Lilian Yeah, Lilian, nilisoma story yako venye ulikuwa umenitumia na nikaona it is high time watu wasikie vitu kama hizo kwa zimekuwa zikihappen kwa watu wengi. So unajua itasaidia watu wengi sana. So karibu sana. Lakini kwanza kabla tufike hapo kwa ile yenye imekuleta, naweza taka tujue background yako kutoka uzaliwe venye umegrow hivyo.
sindio? Okay, mimi as I've said, mimi ni mzaliwa wa Tharaka Nithi County, Tharaka. Tharaka South. Okay. I've been raised by a single mother who is currently late. Pole. Na kwetu tuko watoto 4. Okay. Mamangu aliniambia tunafaa kuwa 7, wengine walipass kabla nizaliwe. But I'm the second born. Okay. Okay, tukilelewa maisha yetu ijakuwa mzuri sana na ijakuwa mbaya sana. Kwa sababu mamangu kuna vitu alikuwa na afford na kuna zingine obvious sasa single mom akuwa na afford. But ali make sure we have okay. Na mimi sitasema niliteseka sana nikiwa mdogo kwa sababu mamangu at least ali afford our basic needs. Nilipelekwa shule primary hata kama ikuwa boarding. I went to Mukodhima Girls. It was a boarding school. Sasa ni primary ama ni high school sasa. And then in I transferred from Mukodhima Girls High School to Iko Girls High School. Iko Girls is in Chuka, okay. Igamba Ng'ombe. Na nikamaliza shule in 2013. 2013? Yeah. Okay. So after kumaliza shule 2014, I moved to a relative's place. I stayed there mpaka 2015 kitu January. Sasa huko ulikuwa umeenda kazi ama kukaa tu? Nilikuwa nakaa kwake nikimwangalilia watoto na nilikuwa nafanya packages za computer. Okay. During that time nikafanya computer packages na nikafanya emailing. Okay. After hapo in 2015 April, I joined her school in Naivasha Code. By then it was Kenya Wildlife Service Training Institute, but currently wanaita Wildlife Research and Training Institute. Okay. That was in 2015 April. And then in 2016 karibu na mwisho I dropped kwa sababu sasa the burden was high to my mom. Kwa sababu brother yangu mdogo alikuwa join form 1 na my sister was in form 3 na mimi nilikuwa college na ange afford, na now that mimi ninge defer shule na wao wange defer yao, I had to defer. Okay. So after kudrop nilifanya barua Naivasha za shamba, za watu za nyumba juu sikutaka kukaa indo na sitaki kurudi ushago. Unajua ile katabia urudi ushago na wenzako wako shule ili ukae na huko kwenye huko wajuange wa huko town. Kweli. So nilifanya vibarua kidogo. By that time nikiwa Naivasha yenda cousin who was in Naivasha main prison. Okay. So na nikamsaidia hiyo time akatoka. So he became a friend and a support. Then after alitoka yeye akapata kazi. Ulimsaidia aje ndio atoke? So mimi after kila mtu amekataa kumregistia line, mimi ndio nilirisk nikamregistia line ya simu. Azinafanya nayo nini akiwa prison? So akiwa prison hiyo line ukiwa nayo mtu akipigiwa akiekewa credit, unajua ukipigia mtu ukitaka kuongea na mtu wa nyumbani atakwambia eka credit ya, so ukiongea kidogo hiyo credit anakuambia imeisha. Ukitumiwa dhao 200 ni yake. Unaona sasa inamsaidia hizo kwenda cases. Na hiyo si ni illegal ama? Ni legal juu, lakini sasa ni kama hizo si ni vitu zinafanyika tu jera. Hizo ni vitu zinafanyikanga huko juu. Sasa hata simu alikuwa ametoa wapi jera? Sijui wanatoanga wapi. But alikuwa ameniambia alikuwa na kabambe na alikuwa ameinunua 15,000. So alikuwa sonko akiwa huko. By the way hiyo time alikuwa ananitumia pesa kila siku, lazima ningekuwa na 100 na by huko 2016 100 ilikuwa pesa mingi, ingenunua unga. So hiyo pia ilinisaidia. After ametoka alipata kazi, akapata kazi Nairobi. So penye nilikuwa naishi saa hiyo singe afford kulipa. Juu sasa unaona brothangu, alafu unaonanga zile za ukimaliza kama mtu ni kijana akimaliza lazima ajengee, ukimaliza class 8 juu tairiwe. My mom and that pressure. Na brother na sister yangu na yeye alikuwa anaingia form 4, so ange to manage sisi wote. So kazini yangu alinisupport throughout that time. But then ikafika 2018 I end up boyfriend akanitafutia kazi ya nyumba.
Nairobi. Nikakuja nikafanya kama wiki mbili, akapata mahali pengine palikuwa panalipa better than that. So 2018 mpaka 2019 December I worked as a house girl kwa mama fulani. Hakuwa mama mbaya juu tulielewana, alikuwa relative pia wa familia ya penye sister ya sahi is my current husband. Alikuwa ni sister in law ya sister yake, so ni watu wa familia. So unajua kwa familia uwezi mistreatiwa. So after in 2019 December we decided to move on. Na nikiwa huko mkiwa na boyfriend, we moved in because now hata mimi after nilipata kazi ya house girl, nilimsaidia pia yeye kulipa school fees yake, graduate. Alikuwa that time at Zitech University na hakuwa na wazazi. So mimi nilimsupport that time, akaniambia na tukaweka biashara. So akaniambia juu sasa naona at least tunaweza kaa pamoja, wewe utakuja. Na nikaambia huyo mama na hakukataa, of which alikuwa anajua mimi ni girlfriend ya huyo na yeye amenipeleka kwake, so ikuwa na shida. Na nyumbani pia mamangu alikuwa anajua. Nikamwambia juu sasa hii shule pia imekaa sana, haina haja ya niendelee kukaa tu na tujue pesa itapatikana lini. So we moved in. Tulikuwa na biashara market inaitwa Mtindo Market. Iko Nairobi sites za Umoja, katikati ya Umoja na Buruburu 1. Mtindo naiona. So hiyo soko mara mingi ilikuwa hiyo time corona ikahit in 2020. But sitasema corona ilikuwa mbaya kwetu juu biashara ilipik that time. But sasa shida ilikuwa ni soko kubomolewa. Soko ilikuwa inabomolewa. And then tukakaa hiyo 2020, 2021, 2022 my mom retired. She was a primary school teacher. Na sasa pension ikatoka. Ali retire actually 2020. So pension ikatoka, itatoka by 2022. So 2022 January nikarudi shule. After deferring I think for almost 6 years, I went back to school. Nikarudi Naivasha na yeye mzee kubaki wakabomolewa. Alafu saa hiyo tulikuwa tunashare kazi na boy mwingine na yeye baba yake akapass. So tulikuwa tunashare kazi, hiyo kazi ya biashara. Kushare aje? As in partnership. So yeye alilose kazi akakuja na alikuwa na pesa kidogo akaongezea, tukaanza kufanya kazi pamoja. So baba yake akapass, alafu kazi ikabomolewa. Then hatunge afford kulipa nyumba mbili. Unaona niko Naivasha na responsibility ya mamangu ilikuwa sasa ni yeye alipe fee, mimi mzee alipange nyumba. Hizi vitu Naivasha unakuja huko. Nilikuwa sasa nimerudi Naivasha, but yeye ako Nairobi kwa sababu Nairobi ndio kazi iko na yeye. Unajua sasa mamangu akishalipa school fees, hizi vitu zingine ni yeye ananiketa. Juu sasa unajua uwezi pewa kila kitu. School fees ndio ilikuwa mingi, so yeye alilipa school fees, mama alilipa school fees. Hizi vitu zingine kama nyumba zote mbili ni yeye analipa. Unaona sasa kazi imebomolewa ikakuwa ngumu. Nikamwambia tu akuje Naivasha, tukae nyumba moja na tujaribu huko biashara. Tukajaribu biashara huko, ikuwa ina work vizuri. But akapata kazi hoteli inaitwa Malin. Iko hapo tu kwa barabara, hapo kwa hiyo junction inapitanga inaenda Nakuru na hii ya kuingia Naivasha. So akafanya hapo akiwa receptionist. And then tukaamua hii stock juu sasa huyu mwingine alilose the dad, tukampea stock. Yeye akarudi tu huko Mtindo huyu patron mwingine. So akafanya hapo mpaka August ya 2022. That was before elections. But then before that my mama alikuwa ashaanza kukua mgonjwa, na hapa June kitu June ya hiyo 2022 June nakumbuka kulikuwa na safari rally, na hiyo shule ndio host safari rally. Alafu nikapigiwa nikaambiwa mama asikii poa na bradhangu mdogo na it has been for a while na asemi. Unajua sasa wale wazazi wa ushago mtu asemangi unaona tu huyu mtu hayuko sawa, lakini hayuko sawa. Alafu ukimuuliza anasema niko tu sawa. Unajua ni hizi kazi tena, hata hii mwili nono si mzuri kwa watu, unaona inapea watu pressure. But sasa bradhangu akaniambia hapana, aelewi niende home. Unaona sasa huku ni mbali na niko na familia pia, so hiyo kuenda home sikuwa naenda sana. Akaniambia we kuja
By that time sikuwa hata na fare. Brother yangu akaniambia nitakutumia fare na usiseme unakuja, but then akaniambia hiyo siku nikienda ameamua tu kumwambia, akamwambia na nakuja. But mamangu before that alikuwa anakaa akiniambia wewe tutaonana tu Mungu akipenda, na namuuliza uko sawa, ananiambia niko sawa. And I went home. Kwenda hiyo June nilienda nikampeleka usi. Akafanyiwa ultrasound, wakasema ni kama ni infection, hawaoni kitu serious. Na akapewa madawa. Mimi nikamrudisha, na juu mimi nilikuwa pia najaribu tuaso sisi wote. Na safari rally ilikuwa inaanza like hiyo that week. Mimi nikarudi immediately juu nilikuwa na jaribu mahali penye nitaweza pata kazi. Kurudi nikapata kazi, yes. Nilifanya, but then huku ikifika August tena nikapigiwa, nikaambiwa sistangu mdogo pia yeye ameoleka, but yeye hapo tu karibu. Ako home na mamangu hayuko sawa. Ni mtu anatekiwa sasa care. But mamangu ukimuuliza anasema unajua ni ugonjwa tu ndogo, labda ni hizi madawa. But I went also, nikaenda home. Kwenda nikapata the situation was too bad that angeamka. And then I called some relative. We have a relative who is a nurse. Na akakuja immediately. Kukuja immediately tukatafuta taxi tukampeleka Isiolo General. Kwenda the HB was too low that tuliteseka sana hadi kutransfuse juu it was 5. 5 is too low. And then wakapiga scan, akafanyiwa CT scan, wakasema ni cancer na imeenda. But then wakafanya biopsy. Biopsy took about I think 2 to 3 weeks. But then alikuwa asha dischargewa na kaenda kwa huyu relative. But then my brother was there. Mimi nisharudi saa hiyo Naivasha juu sasa unaona niko shule, na I was in my last semester, nilikuwa na exams ahead. Bado niko shule, sikuwa nimedrop with that time. Si nilisha join shule January. Hiyo ya packages nini? Hiyo ya wildlife. Si nilirudi after kudifa. Okay. So mimi nikakaa sasa. Brothangu pia saa hiyo alikuwa university huyo mdogo. So akaniambia yeye anafungua shule na mama yetu hawezi kaa kwa relative peke yake, lazima akue juu sasa she was in diapers. What? Yes. After that hiyo August she was in diapers because of the bleeding actually. The bleeding, the cervical cancer bleeding becomes too high that lazima atumia diapers. So she was in diapers. And then nikaenda kurelease brothangu yeye ajoin shule. Alafu sasa unajua yeye ni kijana. Kuando hiyo situation ni ngumu. I went there. Yeye akarudi shule, akaenda akafungua shule because sasa venye niliona situation vile iko, venye walisema ni cancer, mimi nilikuwa na fight na concert yangu. Nikamwambia hii pesa yenye imebaki kwa account ya mom utalipa school fees ya semester zako zimebaki zote. Juu sitaki udrop kama mimi. Unaona mimi nimedrop mpaka sasa siwezi graduate, nimekaa sana almost 10 years. Tukapigana na yeye lakini akakubali. Nikamwambia lipa school fees na ulipe house rent mpaka siku ya kumaliza. Akasema hapana, atalipa yeye school fees but hata lipa house rent juu sasa tena hatutabaki na pesa yosi. Akalipa school fees, yeye akarudi. Mimi nikabaki huko, tukakaa kitu 2 weeks na niko na exams ahead. So I asked the relative, na result ishatoka, of course alinionyesha results za biopsy. But she said nothing. Nikaamua kumuuliza. Kulikuwa na daktari before mwenye nishaiuliza, so nikamtumia hizo result. Akaniambia hata shida hapa si cancer mostly. Kidneys zina fail because the tumor has squeezed both the key of the kidneys. So the emergency thing is the kidneys. Kwa nini mmemweka kwa nyumba na hizi results zilitoka inaonekana ni kama 2 weeks? Nikamwambia mimi sikujua. And then nikaamua kuuliza the relative. Kumuuliza akaniambia hata alishaona message nimeandikia huyu daktari mwingine, lakini unajua ni venye tu na mwanga, acha niulize huyu juu sasa ujui ni nini inaendelea. Alafu watoto wake nilikuanga na tablet Bonoko, ingeweka password. So watoto wake walikuanga wanaitumia YouTube. So kumbe anaendanga wakienda nayo bedroom, yeye pia anaenda anaangalia messages nimeongea na nani.
So kwa hiyo vurugu akaanza kuniambia hata niliona umeambia fulani na fulani, lakini sasa nikamwambia unajua tu niko na exams na nilikwambia nikikuja huku niambie tunafanya nini na nini inaendelea. Aliniambia you know this is my relative. Na wewe ni mama yako, if you have to go you go with her. Na the next day in the morning akaenda akaandikiwa referral ya Kenyatta. So tukaandikiwa referral ya Kenyatta clinic 18. Na yeye akaniambia unajua hii week mimi sijui kama nita make juu alikuwa anajenga. Ameonda mabati na mabati inafaa ikuje. But then huyu mtu umeambiwa ni emergency. Mimi nikamwambia ni sawa. But akaniambia atanitafutia an aunt. Tuende na yeye. But then hiyo siku yenye the aunt was to come akukuja. And then yeye pia akurauka juu aliniambia leo nitarauka mapema niende mabati nikuje to travel usiku. Unajua kutoka Isiolo ni safari ya usiku, ni mbali. But then mimi sikuona kama walikuwa serious. Mimi nikaamka asubuhi na I prepared my mom, nikateremka hapo kwa usiku na kuanga na taxi, nikachukua taxi nikampeleka juu kuna hizo test kama za HP walikuwa wamesema akuwe na result zenye zinamaliza 24 hours. Nikaenda nikampeleka na nikapimwa. Also under another relative who was friendly. Na akaniambia venye tutafanya sasa juu tumtoa huku juu ni lazima muende leo. Tutabuka another tutatafuta driver wa taxi na ukifika kwa nyumba tu mpigia wakujie. So vile nilifika kwa nyumba huyu relative akaona niko serious juu nilifika na mom na nikaanza kupaka. Akaniuliza uko sure utaenda na yeye peke yako? Nikamwambia niko sure. Akaniuliza utaweza kumwando Kenyatta? Nikamwambia we try. Wao hawakukataa. Akaniambia unajua naogopa utaweza kumake it na yeye. But tukaenda na wao stage, wakaingia taxi, tukaenda na mama na wao wakalipa. Wao ndio wao walilipa hiyo transport. And then I came. By the time tufike alikuwa mbaya, angetembea. But then nilikuwa nishaongea na my husband akiwa Naivasha, nikamwambia na ujue nakuja na mama na niko peke yangu. And then my sister in law lives at Kariobangi, Nairobi. Nikamwambia pia nakuja na mama na niko peke yangu. So we met at KNH. Wakanisaidia, but then tukaenda hiyo clinic. But mzuri tulipata hiyo siku ndio kuna kuanga na clinic, hiyo clinic 18. Tukaenda waka confirm ni document ni cancer. Tukaenda department ya cancer. And then wakampima wakasema the blood is again too low. Na inahitaji admitiwa transfusion. But then sikuwa na mahali pa kukaa. Nikawaambia mtatuandikia referral ya Naivasha General, sini transfusion tu juu treatment ianze. Mtatuandikia referral tuende na yeye admitiwe tu leo Naivasha. And tukaenda na yeye tu akadmitiwa Naivasha. But then uko I think sijui kulienda aje juu the next day tulipata mtu wako unconscious. But then nilipata friends. Unajua huko sasa niko na fellow student na the same cousin ule wa prison came and my husband na we donated. But then hawakuweka damu. The next day tukampata akiwa unconscious. And then tukavurugana tu wakamwekea damu. And then ikafika mahali tu akakuwa sawa na the end to discharge. So alidischargiwa na hatukuwa na pesa. The bill was 27,000. Na tukakwama. So kila saa ukienda kumvisit analia. Nini ako hosi na anafaa kukua. Unajua sasa kujaribu pia kumwambia ni amwezi. Huyu mtu hata hamtaki kumdisappoint, kumwambia hamna pesa. Na anasema yeye daktari amesema anafaa aende home. But then again Naivasha was too good to us. I think hiyo mi kama kuna mahali ningependa kuishi ni Naivasha, because kulikuwa na watu wako so generous na so supportive. After bwanangu alirus kazi, aliyekanga kazi ya kuuza waru. Mahali kunaitwa Kayole. So kuna mama mwingine alikuwa hapo, simkumbuki jina vizuri, alikuwa anauza makaa.
So akamwambia venye mnaongeanga tu, akamwambia mama amedischarge juu alikuwa anajua ni yeye alikuwa anaachia kazi visiting hours. Anamwambia utaniangalilia tunaenda usiwe. Mama akamwambia brother yake anakuanga among hao watu wanasimamianga hiyo. Si akamwambia mimi nitakutuma kwake uende uongee na yeye atawasaidia. And by the way we were whipped, tukatoka for free. And then after hapo tukarudi na yeye kwa nyumba. Unajua bado tunahitaji nephrostomy tubes za kusupport bado kidneys. Okay. Hatukuwa tumemake juu sasa hatukuwa na pesa by that time. And I end my story covered by someone. So I was able to raise the money now. Okay. Na tuka raise the money, sasa tukahamia Nairobi. Na mom na tukampeleka Kenyatta, they admitted her. Okay. Na the tubes were put through. Sasa it was too expensive juu hizo tubes lazima ujiasilie. Na hustling vitu kama hizo hii Nairobi. Kuna mahali unaenda hata unaambiwa 80,000. Kuna mahali unaenda unaambiwa 70. Na kila mtu anataka akule, hataki kujua kama ni mgonjwa mko na yeye. Though by that nilipata pesa, sitasema sikupata juu I got some support. Nilipata pesa nikazinunua, zikaekwa. And she was fine, tukaregister. Sasa they said the treatment could start anytime. I paid for the chemos, the radios, which she couldn't made it because she passed before that. Okay. Wakamdischarge, tukaenda na yeye home. But then akakuwa mgonjwa siku ilikuwa sasa after Christmas. Sasa unajua mlikuwa mnaenda na yeye alafu madawa zinakuja zinakosa kuwork, mnamrudisha, wana change madawa. Okay. Na after nilirudi na yeye after Christmas kitu date 26 27 alikaa ni kama tena ana lose conscious. Alikuwa alafu anakaa ni kama anaanza pia memory, na unaona huyu mtu hayuko sawa. Mara zingine unampata ametoa nguo ama unamvalisha, ukimshamuosha ukimvalisha unapata hana nguo. So I wasn't comfortable on 27th tukaamua kumpeleka usi mapema. Okay. Najua Kenyatta tukimpeleka every time tunaenda clinic tulikuwa tunafaa tukua hapo by 6 na ataadmitiwa na huko saa 6 ya usiku tena. The process ya hiyo emergency inakuanga refu, but wao umuattend, wanaenda wanapima kila kitu, but they said that all the organs were now failing. Akaingia ward, but sasa sisi hatukuwa na wasiwasi juu every time we took her she came back and we didn't see death. But then the next day nikaenda kumuona peke yangu. Unajua now we are struggling, pia tulikuwa tusharudisha kazi tena mtindo juu tujaribu kupambana. Unaona sasa kwa watu wawili tunahitaji diapers za mtu mzima, ni expensive. Atungekaa kwa nyumba. So bwanangu yeye akaenda kufungua kazi hiyo siku, mimi nikaenda peke yangu. Kwenda nikapata hayuko hakuwa sawa. Juu alistruggle mpaka kumeza chakula, siku meki hata that day I felt so disappointed. Hata niliacha hapo chakula nikarudi kwa nyumba, hata sikurudi visiting ya jioni kabisa. Nikaenda nikamwambia I made sure every time I went there niko na picha, nikakuja na picha na video, nikamwambia unajua mimi leo sijaweza kumfeed tu, nimerudi. Akaniambia kesho tutaenda na wewe, and we went on to it was now on 29th. Tukaenda na yeye, tukapata bado the situation wasn't good. And again I think we didn't see death again. Akaniambia wewe baki ukuje visiting ya saa 10. Nikamwambia sasa hata akuli. Tukaambia kuna mama alikuwa hapo jirani yake, na nikamwambia wewe utatupelelea saa 10, acha sisi tu tuende. Okay. But then after we left, she slept and never woke up again. What? Because now they called the next day in the morning. Hiyo siku niliinkoya nikauliza ni nini wangehitaji juu sasa walikuwa hakuwa anaongea. Mtu aongee, unajua sasa lazima umake sure kama kuna kitu inahitajika. And then they called at about
nakumbuka ilikuwa 7:53 na nilikuwa nafua beddings zake yenye unaamkanga unajiambia acha nifue hizi nguo mabeddings za mom akirudi alale mahali pasafi. Then I got a call Kenyatta Hospital na nikapigia watu wao nikawaambia the step sisters, nikawaambia sister yenu sioni kama hako. Hiyo yenye wanapiga wanasema titoende, na jana walisema hakuna kitu inahitajika, sioni nikimpata. Wakaniambia wewe enda acha kusema hayuko na uja confirm. Nikawaambia naenda tu confirm but I'm sure hayuko. And we went there, we stayed, walituweka actually tulikaa kutoka kitu 3:00 mpaka kitu 5:00 and the doctor came. Ni kama alikuwa anaogopa pia, and she said we are sorry and she went. Actually alisema we are sorry na akaenda. But then we said tukitoka kwa nyumba tulikuwa tumeambiana ni sisi wawili hivi bado tunaifight tusilie. But yeye alianguka, nikamuuliza unaanguka, na tulisema tusilie. Na tukarudi the same day tu, tukarudi hata tukaenda tukafungua job. But sasa during that time unajua cancer jani inakuanga ni jani iko na mambo mingi. Kulikuwa sasa kumekuwa na mvurugano juu sasa hiyo show ingine nilisema walisema this is my mom. So sasa mmevurugana mpaka sasa hamna hiyo good relationship. So after mom passed, sikuwa hata na pesa hiyo siku. And then singewapigia, so I called, hata nilipigia my school registrar. Unajua after tumeambiwa tuende mochari walisema lazima mlipe pesa ya kuview mwili, na sina pesa. Nilipiga simu shule actually. Nikaambia registrar mama amepass na sisi hatuna pesa ya na mimi sina pesa. Akanitumia 600, walikuwa wanahitaji 500. We viewed the body. I don't know, mimi sikuwa nimeamini amepass. Juu nilitete hata tulimuzika nikingojea amke. We went there, tukaview the body, she was asleep actually. Yeye aliogopa, mzee aliogopa kukaribia, mimi nilikaribia nikamfungua, nikaguza nywele, nikamuuliza kama tunaweza shuka nywele yake juu ilikuwa inakaa vibaya. Wakasema iwezi ngoka, but then pia atakuwa hiyo siku na pesa ya kupreserve mwili. Na at the same time hatukuwa na pesa, hatuna hata pesa sasa ya kwenda mazishi. So hakuna venye tutaenda kwa nyumba mmefiwa, tulienda kufungua kazi. Lakini akaniambia utarudi kwa nyumba, uwezi enda kwa nyumba peke yako. So tunaenda sisi wote job. Sasa kwenda job, unajua yeye aliposti WhatsApp yake. Alafu unaona ile watu wanapitanga wakiwaambia pole. Hiyo ndio nilianza kuona sasa no, something maybe has happened. Samzen alipost. Ni yeye aliweka kwa, unajua sasa yeye ni mtu wa soko tu, watu wakipita watamwambia pole. Unajua mimi all that time after amerudisha hiyo kazi mimi niko kwa nyumba na mtu mgonjwa. Juu sasa alikuwa mgonjwa mpaka sasa inabidi nimfungie kwa kufuli nikienda. Juu saa zingine anaweza toka bila nguo. Unge muacha peke yake. Juu kuna wakati tukiwa Naivasha nilimuachanga niende chakula yake. Nikapata ametoka na amejifungia kwa room vacant. Alafu watu wakakuja kututafuta, sikuwa nataka hiyo disappointment tena. Alafu pia hiyo saa hakuwa anataka watu wamuone juu ako na hizo catheter bags. Unajua hizo sasa zina disappointing mtu. Juu sasa hata ungemtoa kuota juu alikuwa anasema ataki. Alafu alikuwa anakaa kiuliza, anaangalia hapo nje kwa balcony, ananiuliza sasa huku nikikufa nitazikwa wapi ama mtanitupa? Sasa unaona hiyo. So hiyo siku tukarudi tukafungua job. Nikarudi nikaconfirm tu, nikaambia our aunties hatujampata. Actually mimi venye nilienda niliangalia kitanda penye alikuwa hakuwa. Nikamwambia tumeconfirm na tuko mochari na hatuna pesa ya kupreserve mwili. Wakasema sasa hiyo siku hawakuwa na pesa, but that's the next day, that was sasa now on 31st of December. We went back
tukalipa tena kuview mwili na tukalipa preservation. So after hapo I think nilienda sasa peke yangu siku ya clearance ya kuclear. Actually no one came. It was either me, because now I think I went to the mortuary alone twice. Juu hiyo siku ya kuclear sasa kesho yake ilikuwa ni mazishi. Na I went nikakaa, unajua ukienda hapo kuna line watu wamepanga mnaitwa. Nakumbuka kuna msichana tulikaa na yeye tukaongea, unajua sasa nyinyi wote mnashare mmefiwa. Ana akaniuliza na wewe unakuja kuona nani? Nikamwambia ni mamangu, nakuja kufanya clearance. Akaniuliza unakuja aje kuona mamako peke yako mochari? But then mimi nilikuwa naona ni kitu normal. But it was okay. We even struggled so much kumzika. Actually that time hatuku afford kununulia mamangu hata nguo mpya. Nilimzika na nguo mzee. The reason being, unaona sasa hiyo drama ya familia, kuja issue that after nimechangiwa nilinunua mchele, of which nilifanya shopping juu sasa uko na mtu mgonjwa niko kwa nyumba, ningefanya nini? Ni kweli. Alafu wakaanza kusema ni tafute hiyo media tena inichangie nizike mama. Hawakuwa wanataka ufanye. Sasa mimi sidhani ni hawakuwa wanataka, lakini sasa unajua pia unajua sasa mimi naenda siku hizi nikiwaelewa. Maybe they thought it was that easy media kukuchangia. Na instead ya kushinda kustruggle sana na kuna mahali mtu anaweza toa pesa, unaweza pia sasa unaweza uliza huyo kama pia anaweza kuchangia pia. Juu sasa kitambo nilikuwa naona maybe ni kunitesa, juu sasa ilifika mahali hiyo ya kuchangiwa that time na kuvutania mwili. Juu sasa hata after alipass sasa tulianza kuvutania mwili. Wao wanataka ihamisho na hawana pesa, wanakuambia hiyo mwili inahitaji kuwa karibu. Unajaribu kuambia hiyo pesa hakuna, wanakuambia hata inaweza eko kwa body bag na tu organize na mtu wa matatu akikuja na watu arudi na mwili. Lakini unaanza kushindwa mwili kwa body bag kwa karia ya gari iko na watu. Unajua na body bag ni iwakaribia nini? Walikuwa nasema ni expensive. Juu nyumbani ni mbali. Alafu pia walikuwa na idea ya mamangu alikuwa mwalimu, haezi kaa mochari, wanataka tena apeleko private mochari. Na hata hakuna hiyo pesa. Ni kama bado unaona ile concept ya ulichangiwa maybe walikuwa wanaona bado ni kama niko na pesa. Na sitaki kutoa pesa. Unajua sasa mostly ukishachangiwa na media, kuna mama hata mwingine tuliongea na yeye juzi akaniambia hata yeye alikuwa na the same case. Na ni kama walikuwa wanaona akona juu hata watu wanamuomba pesa. Na yeye ako India na mgonjwa. Sasa unaanza kuona, mimi naona ni kama walikuwa wanaona bado uko na pesa. You can make it. Unaweza hamisha mwili. But sasa mimi nilikuwa nashindwa. Body bag ni kama ile yenye mili ufukuliwa nayo, hamwezi funga mtu hivyo. Kweli. Peleke. But then ilifika mahali nikawaambia mjue mimi sita sign out mwili kama sasa hamta cooperate. Wakasema wata cooperate and they cooperated. But na bahati mzuri mamangu alikuwa mtu wa kanisa, so kanisa, the church came in. Juni wao hata waliofa gari hiyo ni wao wakakuja na watu wa kanisa wakatumwa na marafiki maybe na I think my mom's brother came. And then mimi na nikapewa kiti ya mtu mwingine mmoja. Juu sasa before the burial my husband went. Yeye alipata rafiki mwenye alimsupport during that time. Juu sasa kazi ilikuwa mpya, tukua na pesa. Alafu juu ya hiyo kumove, unajua pia ukifungua kazi mpya unahitaji kuconcentrate. Na yeye tulikuwa either tuna emergency tuko hosi, ama mara mingi zingine nimemwacha juu maybe niende shopping nikatafute diapers. Na kupata hizo diapers za watu wazima si rahisi, ni yeye nitaacha hapo. Juu sasa saa zingine pia unaogopa juu sasa ilifika mahali mamangu akaanza kusema yeye atajidunga kisu akufe. Na nasi mwenye tulikuwa tumetafuta wa nyumba akasema si vizuri muachange peke yake, ni ukweli anaweza jiua. So they came, we signed out the body na tukaenda tukamzika. So hata kumzika hatuna hata fare ya kurudi Nairobi.
But then ile shule yenye nilikuwa kitu mzuri pia wao walinisupport during that journey. So kulikuwa kumechango pesa. So hiyo pesa ikatumwa yenye after that burial, so nikapata pesa ya kurudi. I gave also some to my brother. Akarudi, alikuwa na yeye pia amerudi shule. And 2 days after the burial we came back to Nairobi. Tukakuja tukaanza maisha upya. You know sasa you have to pay the bills. Tukatoka home. But sasa hapa during this period kwa hiyo kusapotiwa tulipatana na mtu na alikuwa mzuri sana. She became a good friend. Na we were losing a mom. We got another mom. She was, I think my mom's age mate also, 62. Sasa huyu rafiki. She was a very nice friend. And she became a mom. Every time ni sasa unajua sasa hii family pelekani na huyu ni yeye mtu unaweza uliza vitu. Huyu ni yeye sasa saa zingine hata kujauzwa amna chakula ama hata atoke nimeisha, mnamwambia, anauliza mkopoa, mnamwambia yeye anawaambia na kwa nini amsaudi mkopoa, mnamwambia hata pesa ya rent hatuna ya kutosha, anawatumia. And then during my mom's journey alikuja OC. But yeye alikuwa anakaa US. But then when she came, akakuja kumtembelea. Hata during the burial, she gave some money. During the second time ya kununua the tubes, juu nilinunua mara ya kwanza, mara ya pili wakasema ninunue zingine za the next clinic, which didn't come to pass. Na nilizirudiza hizo pipes KNH, wakasema watanipigia, hawakuipiga though. Sasa si unajua inafikanga mahali ufuatilie. So pesa ikapotelea tu hivyo. Ilipotelea juu sasa nilijaribu kufollow hapo, hakuna mwenye ana nini. Alafu saa hiyo nikizipeana nilikuwa na maybe na stress siku nini, unajua unasema ulipea fulani anasema hakupewa. So this friend was there. After we came back, she still was there. Alikuwa na make sure every weekend ametupigia video call. Unajua ukiwa US amtaongea na namba, every weekend mnaongea na video call. And she became so nice. Then after turirudi by March, sasa shule ilikuwa imekubali mimi nirudi niende nifanye special exams. Juu nao siku meki kufanya exams. But though kulikuwa na some unit siku attended during this time, kuna wale lecturers wenye walikubali nizifanye hata bila kuattend class. Wanakuambia tu make sure umesoma na kuna ule mwenye atakwambia hii itabidi uingie class. So I went back to school. I did the exams. Na sasa I was 2 months kwenda kutafuta attachment juu nilifanya mpaka research proposal na tuka present. But then tukiwa kwa exam, this friend akaanza kuniambia na hizi shinda zenu ni mingi sana. So the friend who is mwenye ako US. Akaanza kuniambia kuna platform, alianza kutuambia kuna platform anafuatanga, anaombanga nayo, na anaona hii ni kanisa mzuri na rafiki yake ameienda na walikuwa na mtu mgonjwa na it has worked for them. Akaanza kuniuliza ama mnaweza enda. Alafu mimi nikaanza kuona hii story. Unajua sasa mimi nikamwambia ni sawa, maybe kukipatikana time. But then nikamaliza exams na nikarudi Nairobi sasa juu nikuje kutafuta attachment. Kurudi kazi ya mzee ikachomeka. Soko ilichomeka Mtindo wa 2023. I think it was 2023 June kitu 14th. Juu tulipigiangwa na ule rafiki mwenye alikuanga partner. Akapiga simu kitu saa 9 ya usiku. Yeye akaniambia achana na huyu ni ako sherehe. Nikusumbua nasumbua. Akapiga tena, mimi nikashika simu. Akamwambia amka, Mtindo imechomeka. Mtindo imechomeka. Na unajua saa hiyo tulikuwa after tumerudi tumechangiwa, tulifungua kazi na tukaeka 50,000. Na ilikuwa unajua sasa after umeweka sasa mnaanza ili kazi ishaanza kukua, mnaenda mkiongeza stock. Na akamuuliza na leo umeweka vitu store. Akamwambia kama uliweka ile store unaekanga naweza kuangalilia. Akamwambia leo nilikuwa nimechoka sijaeka store, nilifungia tu mzigo kwa kibanda. Akamwambia
Akamwambia wacha tu nikwambie ukweli, kama ulifungia kibanda hapo hapo pameshaisha. So una bahati. Sasa hiyo stress. Nafaa niende attachment, hapa ndio fee inafaa itokange. Hapa ndio rent inafaa itokange. Na kumechomeka. Na kazi imechomeka. So tukaamka by kitu 5 juu sasa it was risky, saa 10 hatungeenda na hamna hata fare ya pikipiki. Kwenda tukapata ni kweli kushachomeka, ni moshi iko na majivu. And then hatuna mahali pa kuanza. Sasa nikaachana na attachment nikaanza kuaso. Sisi wote tunatafuta pesa ya rent. Na brother yangu ako saa hiyo pia yeye alikuwa amemaliza na alikuwa anamalizia attachment na tulikuwa tunamsupport. So I think hiyo time the governor of Nairobi came. Wakasema watajaribu kuwasaidia, but walipewa 5,500 iwezi jenga hata kibanda. But then kukatokea pia marafiki akapewa kitu 3,000 akaenda akatafuta nguo za mtumba. By then tulikuwa na nguo mpya. Akaenda akatafuta nguo, akakuja akajaribu kurudisha. Tukakuwa tukiaso. Huyu sasa the friend akatuambia, si mnaona mambo yenu iko ni kweli iko normal, na iko normal. Hata huyu unaanza kuona mmefiwa hata ijaisha 6 months. Mmechomekewa. And then alikuwa asha lose job before that. Hey, it is not normal. Na sasa tuna struggle. Akatuambia mimi na prefer muende huko, but mkisha rudi nitawapea 50,000. Mrudishe kazi. Sasa muende huko sasa. Muende mkuwe delivered, inaonekana. From your deliverance. Mkirudi nitawapea 50,000. Mrudishe kazi. Sasa utakata. Sasa yeye anawaambia hivyo akiwa huko bado. Unajua huyu ni mtu hata after tumechomekewa, by the way alituongeza pesa, so ni mtu mnasaidiananga. So utakataa. Akatuambia, tukamwambia lakini sasa hata pesa ya kuenda tutatoa wapi? Akasema nitasimamia kila kitu. Sasa uwezi kataa, unajua hapa ndio the only hope. Juu uende ukuje upewe. Actually sisi hata tukienda, hata sisi si deliverance, mnaenda juu mkuja mpewa pesa ya kuanzisha kazi mpya. Sasa una haja sana na deliverance. Sasa unataka deliverance lakini sasa pia unajua hapa pia una expect hope. Uko na hope ya nitarudisha kazi, na with the job hata mimi nitaweza kuenda attachment nikuje nimalizana na hii shule. Actually I think now it has taken me 10 years, na ilikuwa ni shule ya kumaliza na 1.5 year. Wenye tulimaliza na wao wengine wana drive, wenye tulianza na wao shule. Sasa you are so disappointed at that time. Nikamwambia wacha tu tuende tu, si hata kama ni kitu kingine si tunaona. Actually alianza kututumianga video na watuambia, si mnaona si mali pazuri watu wanapona. Tunaona ni ukweli watu wanapona, watu wanatoa testimonies, walienda wakakuwa delivered. Tukamwambia, tukajiambia wacha tujaribu. And then akatuma, actually alitumia kitu 50,000 hiyo kwenda juu. Sasa yellow fever alilipa 2, hiyo ni 6,000. Akashughulikia kila kitu mpaka fare kwenda na kurudi. We went. Sisi hatukwe kataa juu sasa si tumelipiwa kila kitu mpaka kukula huko, mpaka accommodation. But now alikuwa anataka rafiki yake atutafutie accommodation. Hiyo ndio inaanzanga sasa sisi tuanze kushuku. Alikuwa anajua juu huyu mtu alitaka tuongee sana na huyo rafiki yake. Rafiki yake alikuwa huko. Na alikuwa anasema yeye alisaidika. Na so anatuuliza na kwa nini ampigi, na mimi nilisema mpigie. Tunamwambia but tulijaribu kupiga hapo penye alisema alikuwa anakaa awashiki simu. Na unajua sasa kucommunicate na namba ya Uganda na ya Kenya si rahisi. Sasa huyo rafiki yake alikuwa huko Uganda. Alikuwa huko Uganda, yeye alikuwa ashaenda. Alikuwa ameenda kuombewa. Alikuwa ashaenda na akaombewa, na unasikia tulikuwa tunaambiwa yeye mambo yake inaenda vizuri already. So alikuwa tu connect na mali alikuwa ameaccommodatiwa. Muende pia muishi huko. Tuende tukae huko. Juu alikuwa anasema huyo alimwambia ni affordable. But sasa ni Uganda, mnaenda Uganda? Tunaenda Uganda.
Si huku Kenya. Hiyo maombi tunaenda kuombewa huko Uganda, ndio deliverance inafaa actually hata siku tulienda kulipa gari au watu walituuliza kama tunaenda kwa hiyo kanisa. Na unajua sasa si tukawaambia hapana, tunaenda kutembea. Au unasema unaenda kwa pasta. Kwani kuna shida? Unaogopa. Unajua sasa hata hujaenda tena kwa pasta mwingine kuombewa. Na ukifika stage watu wanaanza kukuuliza kumbe hata nyinyi mnataka kwenda huko. Tukawaambia hapana. Kwani mahali watu walikuwa naenda? Watu wengi huenda. Hata hiyo saa tulipata Wakenya wengi kwanza penye tulikuwa tuna-accommodatiwa. Sasa ikakuwa ni kama ni watu mmetoka mahali moja, hata mnapiga story jioni. Jioni ikifika mnakaa mnapiga story. So tukaenda, we went. The programs ya huko inaanzanga. So venye mlienda huko, mlienda mkapata na huyu rafiki yake ama? Sasa si alikuwa anataka huyu rafiki tu atu-connect accommodation. Okay. But sasa hiyo namba ya rafiki yake alitupea, huyo hatukuelewana. Okay. Hatukuelewana na huyo msichana. Sasa sisi na imefika siku ya kwenda na tumekata ticket. Sisi tu tukaenda. Venye tulifika tu hivyo, mwenye alikuwa next yetu alikuwa Mkenya. Na akatuambia yeye ashaikuja. Na walikuwa wameachana na bwana yake na akapewa maji. Akaambiwa make sure amempea, na wakaenda akapea mtoto akampea na wakarudiana. Akapea bwana yake hiyo maji na wamerudiana. Na sasa alikuwa pia saa hiyo na watoto. Anataka watoto anakuja waombewa. KCP ilikuwa karibu. Juu hiyo ilikuwa Julai. Sasa hiyo tukienda ametoa watoto shule wakuja waombewa. Alafu alikuwa anasema walirudiana lakini hakuna amani kwa hiyo ndoa. Sasa anataka akuje ajue pia kwa nini hakuna amani. Juu washarudiana. Na kulikuwa na mwingine pia na yeye akatuambia yeye hajai kuja huko lakini ashaienda ile ya Nigeria. Kwani watu sasa yeye ashaenda hiyo ya Nigeria na wanaenda hadi Nigeria. Akatuambia ameienda ya Nigeria na akaenda ya Tanzania, anataka kujaribu hii apatangi mtoto, na akiolewa na bwana yake alikuwa na mtoto, na saa hii haelewi kwa nini apati, na alipata bwana yake akiwa na watoto. Sasa tumepata Wakenya wenzetu, tukafika hapo Ashas wakatuambia ilikuwa tulitoka huku ikiwa Monday jioni. So tulifika the next day kitu saa 9 ikiwa Tuesday. Hiyo Tuesday tukafika hapo Ashas wakatu. Kama wewe ni mgonjwa, kama hao wenye wako na shida za kupata watoto, unatoa document. Medical document zako. Sisi hatuna shida yoyote, tunakuja deliverance. Tukaambiwa, tukaulizwa kama tuko na mahali pa kulala, tukasema hapana. Akatuambia huku kuna mahali mingi nalingana na mfuko ya mtu. Mnalipa pia si kupewa? Accommodation upewi. Na ni ya church. Sasa ukai kwa kanisa, hiyo saa kanisa ijakamilika. Sijui kama saa hii imekamilika juu sifuatilii juu wao wakijenga, sijui hiyo 50 floor yao ilifaa ikuwe accommodation. But pia itakuwa inalipiwa, sidhani itakuwa free, but walisema at affordable price. So wakatu direct, tukawaambia sisi tunataka affordable. Wakatu direct kuenda huko, tukapata hata kuna Wakenya wengine pia wenye sasa washamaliza ile kila programu inaishanga Monday usiku. Unajua kuna wale watataka kubaki wabaki waonaone Uganda utembee. So tukaambiwa sasa mtaenda mpumzike, mrauke kesho mkuje, na si mapema sana, kutoka kitu saa 2 kuna registration. Kwa kuna kuanga na system kama hizi zenye zinakuanga Huduma Center, yenye unaeko vizuri mpaka wanapiga picha, information yako inafidiwa. Kama we juu sasa kuna hadi nurses, kama we ni mgonjwa lazima wa confirm documents zako. Though hatujui sasa kama wanakuanga na connection na hospitals za kila country. Nurses ni wakufanya nini? Wa confirm document. Kama ni ukweli. Kama we ni ukweli ni mgonjwa, juu sasa after umeponywa si testimony. Lazima hizo documents ziende zitolewe. Kama we ni pressure yako ilikuwa juu. Ama wewe ulikuwa na hii ya mgongo inaitangwa aje, hiyo ugonjwa ilikuwa inaitwa aje, juu hiyo inapeleka watu huko sana. Kuumwa na mgongo ama? Hii yenye watu wanaanza kufungwa na inaitangwa aje, hizi mshipi nono ilikuwa inaitwa aje. Nilishaisahau. Na hao wanatembea na vijiti. So wana confirm. Alafu ukisha ponywa sasa, si itaekwa pale kwa screen
mpaka dokumenti zako zionyeshwa ni ukweli ulikuwa mgonjwa, kama umeienda KNH na ni daktari mgani aliprove hiyo skani yako wewe ni ukweli ni mgonjwa. Kama ni pressure unapimwa pressure before uombewe, alafu wanapima after umeombea. Hao sasa ni kazi ya nurses. Ala, unapimwa hapo. Si utapimwa kuona kama na by the way zinashukanga, mimi sikatai, lakini sasa unalingana juu sasa mimi hata niko na rafiki huko Kenya aliniambia juu alikuwa after tumetoka huko tulikuwa marafiki, unajua. Sasa aliniambia hata yeye anaendanga kwa huyo pastor, akaniambia ni mzuri juu yeye hata amejenga sahi mansion but yeye ufuatilia. Sasa hiyo ni kulingana na venye nadhani ni wewe ukijua uamue tu unafuatilia juu yeye aliniambia mimi hata nimeona prophet mara kama 3. Unajua sasa ukiona prophet maybe umake kuenda kwa offerings. Prophet uwezi muona hivi. Wacha tutafika hapo. Sasa sasa mumeenda tumeenda na tumeambiwa tukuje kesho yake. Registration. Kesho yake ni registration na watu wa document wana register. So hiyo kesho yake hiyo registration utaandika majina zako zote, age, kama venye tu unaendanga Huduma Center unaulizwa na uandike shida zako. Kama sasa una pesa ya kulipa rent, ka biashara yako iendi vizuri, na wao wabaki wazicompile. Hizo zitatumika siku ya kuombewa na prophet akikuja. Juu sasa siku ya deliverance zitaandikwa kwa inaitangwa aje hii yenye watoto wananunuanga waende manila paper. Jina yako na shida zako, alafu unashika unainua. Hawa umeachia ndio wataziandika. Wao watacompile. Sasa unaona kama hizi zote za finance zitaandikwa finance breakthrough. So wewe siku yenye utakuja deliverance watakuletea, utaitwa jina yako na upewe karatasi yako hiyo manila paper hiyo mashida zako na mashida zako na majina zako uinue. What? Sasa hiyo ndio sasa atakuja akikuguza na anaivuta shinda, hiyo ni kumaanisha shida zako zimeondolewa. Aya, ati anakuguza na anaigonga inaanguka. So mashida zako zimeanguka? Mashida zako si zinaondolewa, si umeenda deliverance. Kwani zinaondoka rahisi aje? So hiyo siku kesho yake tukakuja ni process mrefu. Tukashinda juu sasa unaona hizo ni kutawekwa computers kama hivi venye tu unaendanga unapata Huduma Center, na mkae venye mnafuatananga line hivyo. Mkiregister ukifikiwa tu una register unaambiwa kesho yake watu wengi. Kwani mko watu kidogo? Unajua watu wametoka US, UK. So unapanga Ghanaians, the whole day. Zambians wanakuanga wengi. Kenyans siku hizi hata naona Kenyans washaanza kwenda na bus. Juu hiyo saa Zambians walikuja sijui kama na basi 5 wakaimbiwa sana na kanisa. Unajua wao wanakuja wengi juu sasa hiyo wiki kulikuanga na kitu inakaa fundraising but wao huita offering. So walikuja wengi. Kuna watu wengi kabisa. More than 3,000 walikuwa watu wengi. Wakenya ni wengi? Tulikuwa more than hata 500. What? Tulikuwa watu wengi. Tulikuwa watu wengi. Sasa mkaregister. Kuna do unatoa kuregister? Si unaregistiwa tu bora yake umenini. But unakuwa ukienda kama wewe ni mgonjwa, useme wewe ni mgonjwa na una document, unarudishwa ukaendee document. Hakuna kuatendiwa ukiwa mgonjwa bila document juu hakutakuwa na proof ni ukweli ulikuwa mgonjwa. So tukaenda the next day tukaambiwa that now was on Wednesday. On Thursday tukaambiwa tukuja mapema ni teachings. Okay. Bethe tulikuwa tunaamka mapema, hii wokovu tulitaka kuokoka by 5 tulikuanga hapo. Okay. By 5 juu upate at least kiti yenye itakaribia huko mbele juu unataka kusikia vizuri. Hiyo flow ilikuwa inajaa. Tukakuja tukashinda tukaambiwa prophet hata meki kukuja but ametuma mtu wa kufundisha. Tukashinda tumefundishwa tukatoka kitu 5. Okay, kutoka asubuhi. Tukaenda, unajua sasa ukitoka unaenda kutafuta chakula na ujipange, but sasa then hiyo Friday kulikuanga na hiyo fundraising yao. Sasa sijui walikuwa anaita aje but ni offering, na huko offerings utolewa in dollars.
Okay. Hakunanga offering inatolewa kama ni pesa yenu una convert into dollars. Okay. So kama ni Kenya, kama ni $250 by that time walikuwa anawahesabia na 100 bob. So wataanza kusema Kenyan money to 50,000. Ugandan money $1 million. So inakuwa strict kama kuna offering ni specific amount of money. But sasa hapa kwingine hakutolewangi sandaka, offerings ndio ufanya. Na zilikuwa zinafanywa tangu niache kuwatch hiyo, zilikuwa zinafanywa after every 2 weeks. Yani okay, wanakuambia ile offering unafaa umake. Si ni kama fundraising na ziko na gift. Unaona sasa sijui nitakutumia picha ya hiyo madi tuliandika juu sasa kama kuna yenye watasema ni offerings ya roofing ya kanisa. Alafu wanasema offering ni blessed card. Hiyo card mahali popote utaenda nayo vitu zako zitafunguka. Ukitoa offering utapewa kadi? Na itatumwa hata hiyo ni profit ni yeye atatuma kama uko Kenya itatumwa. Kama uko zinatumwa kadi na kaje? Sasa mimi siku offer so sijui but ilikuwa inasemekana ni blessed card. Hiyo inafungua njia zako. Kuna hadi blessed key ya kufungua maisha yako. But watu walikuwa nasema they work. Juu sasa unaona kwa wale watu wenye wameshaifanya ni wao wanakuambia it works. Juu sasa sinakwambia rafiki yangu mimi niliona amejenga mansion kwanza kama hii yenu iko na mpaka juu. But sasa nikamuuliza juu hiyo saa alikuwa sina kona pressure, nikamuuliza kwa nini profit ya kuombea. Akaniambia akiombewa huko inaishanga. Sinakwambia utaombewa na iishe. Ukitoka inarudi. Sasa akaniambia akirudi huku inarudingi. So si huponi kabisa? Unapona lakini upone umaintain kuendanga. Uku unaenda? Ni lazima uku unaenda. Okay, so haitaipona kabisa? Nadhani inakuwa blessings, si blessings zako ziko tied huko. Juu unaambiango kwa teachings, watakwambia hata mnaambiwa rules zenye zitafanya mkuu elevated. Hebu niambie hizo rules ama hizo teachings sasa kama sasa si teachings hizi ni Bible tu kawaida but mtaambiwa sasa kama huko unaambiwa usipotithe na baraka yako imetoka huko utakuwa more broke than ulikuwa. Na kuna mama alisimama alikuwa hata Mmeru. Akasema yeye akienda huko alikuwa na loan ya 1 million na alipata pesa mpaka msichana wake akaenda sijui Australia. But sasa aliacha kutithe akona loan ya 6 million. Sasa unashindwa 6 million alitoana nayo wapi? Na msichana wake Yesu alienda Australia but sasa hana kazi. Akaambiwa asimame aseme pole kwa prophet ni kwa sababu aku tithe faithfully. Na akaambiwa akirudi atithe faithfully. Na akaambiwa aende aone atashendiwa kwenda kuona prophet. Na lazima utithe huko? Utaambiwa. Unajua sasa ukiuliza kwa nini nisitithe kwa kanisa yangu, wanakusomea Bible pale ile basi inasemanga unatithe penye blessings yako umepata. Si huko ndio umeenda ukaombewa ukapata blessings. Hakuna mahali kwa Bible kumesema hivyo. Mimi sijui walisoma wapi. Mimi najuanga hivyo. Hivyo ndio walituambia. Unaofa penye ulitoa blessings. Sasa si utakuwa unatithe hata sisi venye tulirudi mara ya kwanza tulitithe huko, lakini sasa hii kazi hamuna kazi ndio mmenajaribu kurudi. Wewe unauza 100 na ni nguo za mtumba unatuma 10 bob, una pesa ya kukula. Ni kurudi soko utarudi ununue nguo ya 50 na upate ya kukula, ama ni kutithe utatithe? Unaachana tu nayo. Unaachana nayo unateseka sasa vizuri juu utithe. So mliambiwa rules zilikuwa usipotithe huko? Na ni lazima ufai kukaa sana bila kwenda. Na lazima at least ukuu unaofa kama hizo offerings. Unaona sasa maybe kuna jengo hapo ndio unatoa baraka zako. Na utatuma na M-Pesa? Wako na account number. So na si umesema lazima utoe into dollars. Utafanya aje ukiwa? Si utaconvert into your country money. Sasa si eti lazima uende na dollars. Si wamesema to 50,000. That is $1 million Ugandan money. Kumaanisha kama we ni Mganda utakuja na $1 million Ugandan money. So kama uko Kenya utaenda na 250,000. That time walikuwa nahesabia watu na na 100 bob. Tuseme kama uko Kenya na $1 ni tuseme iko maybe 130 times hiyo 250 inakuwa offered
that week. Unacheka. Kama unataka kutoa, maybe kama unataka kutoa, haikuangi ni offering yenye wewe una decide kutoa. Unajua wewe ndio uelewi. Prophet asasema hiyo siku ya service anakuanga services, alikuanga anakuja, mimi sijamwatch for long, but kila saa 8, na kama kunayo juu alikuwa na announce 2 weeks before, na then inakaa 2 weeks ana announce tena, atasema kuna offering fulani juu. Sasa kama saa hii ni Easter, najua kunayo ya Easter offering, so hiyo si ni ile wiki ya Easter, maybe hiyo Thursday ya Easter, na aseme itatolewa pesa fulani kama ni $350. Ako specific. Na aseme ni nini itakuwa gift ya hiyo. Okay. So kama ushaienda huko lazima utoe. Sasa unajua sasa anasemanga ukitoka hapo unatoka na baraka, so uwezi kosa ya kutoa. So hata wewe venye ulitoka huko unafaa utoe. Yes, unafaa utoe, ukiannounce unafaa utoe kama uko nayo. Sio ni biashara poa. Jana na biashara. Kwani kuna kanisa history. Lakini sasa anyway tuendelee. So hiyo Thursday hiyo Friday kulikuwa na offering. Wenye walikuwa na offer ni wao, hii ilikuwa siku yao. Tukaambiwa hao wengine tembeni Uganda mjue. Na si ni Kampala, sisi tulishinda kutembea, so nyie mkutoa. Sasa hatukuwa na pesa ya kutoa. Okay. Si tumelipiwa kwenda. Sasa sisi hakuna pesa tuko nayo. Wenye wako nayo ndio walitoa. Okay. Wenye walikuwa nayo hata wataona sasa after watabaki juu, wataona Prophet face to face kupick hizo cards. Unajua card so ni Prophet anapeana. Ni yeye anapeana, but sasa kama uko far ni yeye atazituma. Na kama unajua unaweza lipa hiyo kwa simu kama uko Kenya. Unalipa kwa hiyo account yao, wako na pay bill. Unatumiwa. Na sasa kadi yako watakuandikia email. Wakuulize unataka itumwe wapi. So kama haujaofa, wewe hautaona Prophet na hautapewa baraka. Maybe, kama hujaofa maybe sasa uko na pesa ya kununua kama hizo anointing oil. So kuna vitu zingine bado unafaa ubuy. Hizo packages, unajua hata hizo packages tu hivyo. Hizo packages, mimi sikuona mtu ameenda kumuona hivyo. Maybe sasa kumuona hiyo yenye anakuja, maybe hiyo akifanya deliverance na siku ya naitango aje ya kuonea watu. Prophecy. Kunaonewa. Kuna prophecy. Okay. So hiyo Friday sisi hatukuenda. Prophet alikuwa na watu hao wenye wanaofa. Okay. After hiyo Friday, Saturday sasa ni deliverance. Pia hiyo tulirauka mapema by 5 kuwa hapo jupate mahali pa kukaa. Nini, but yeye ukuja na huku saa 8 hivi juu tulienda hiyo siku tulipikiwa. Hiyo siku sasa yenye Prophet anakuja mnapewa chakula. Tukamngojea pia akakuja akafundisha watu wakaombewa. Hiyo kuombewa ukiguzwa na shida zako zinanini. Sasa hii ndio umeshika nini Manila paper? Hiyo ndio utaitwa jina yako sasa. Manila paper zisambazwe, kila mtu ashike yake. Hiyo ndio mnaombewa, mnatolewa. Hiyo pia iliisha kitu saa 4:30 usiku. Na ataweza kuombea watu wote. Unajua sasa wenye wanaombewa specifically sana ni hao wenye ni barren, sijui wenye ni hawatembei, juu hao sijao ndio miracles zinawapeningi kwao sana. Na nyinyi? Sasa nyinyi ni lazima ashike kila mtu, yes, but sasa unajua hizi zingine hao wataitwa kwa majina, si unaona kwa screen. Kwa screen akiguza akitapwa na akipuli hiyo kitu. But sasa hao wengine unajua hao ni wao testimony ya maybe hata kuleta watu wengine, hao watasoma majina fulani na familia yake pia hata sitatokea ikifurahia. But sasa nyinyi wengine anapitia tu. So Sunday wakasema sasa hiyo they were under construction, hawafai kukuwa na church service. Hata hii ingine wamealauiwa tu juu watu wanawahitaji. Okay. So on but then kulikuwa na mama hapo Mkenya akatuambia yeye amekuja kununua anointing oil. Na sasa ameambiwa hiyo anointing oil labda aichukue Sunday. Akiona pia Prophet ni kama hiyo Prophet ndio alikuwa amempea. Tukamuuliza pesa ngapi. Yeye alikuwa ametoka wapi?
alikuwa ametoka Kenya na but alikuwa ameenda mara ya pili, but yeye papa asili hakuwa ameenda juu aende hizi sections. Yeye si mtu wa kwanza ashaienda tena. Na akasema after ameenda hata kijana yake alikuwa mlevi, ameacha kukua mlevi, amenunua gari. So yeye specifically amekuja kununua hizo kina anointing well. Sijui alituambia wamemwambia ni 30,000, akajaribu kubageni, sijui akaambiwa 25, but akaambiwa aende achukue Sunday, lakini akatuchanua akatuambia hiyo Sunday wanasema hakunanga service. Mkienda jioni hiyo saa 8 kunauzwa hizi blessed water, anointing well, handkerchief, bangles. Tukajiambia kumbe hiyo siku tukaenda pia. Hatukuwa na pesa actually, but kulikuwa na kitu sijui ni bairos zilikuwa za $5, hiyo unaweza afford. Tukanunua bairo 2 ziko na jina ya pastor ya prophet. So ukienda huko kuna kuna lazima ununue kitu tu, yani lazima uache pesa zako huko. Sasa unajua hiyo hawakusema kuna uzo, unajua iko ni chini ya maji. Yeti umeambiwa, huyo alituambia kuna uzangwa twende. Okay. Sasa sisi tukaenda tukanunua. But sasa hiyo ilikuwa Sunday. Monday mnarauka mapema, sasa hiyo ndio ya prophecy. Okay. Na prophet atakuja hiyo Monday pia tulienda mapema tukapangwa. Kenyans actually and an issue that time juu kuna mtu alienda asha sawa by the way they were very harsh. Alafu huko pia hakukuwa na kuuliza maswali. Juu I tried, unaona Kenya unaweza approach mtu hata mkiwa kwa conference, kama uko na issue ni person umwambie huyo demo alirudi, akakuja aka-announce kwa kila mtu. Akasema hakuna kuuliza maswali, kama ni kitu wao watasema. Alafu kitu ingine hakukuwa na kurecord. Walituambia hata Wakenya ni wao wako na kiherehere sana, wanajua. Wao wale watu wako nao hata ukijaribu kurecord simu ikiwa kwa mfuko watajua. Haufai kurecord as in video. Umeiona mtu wako na hizo video anazipost ama mnaonanga zenye ziko kwa TV? Ushaiona mtu? Unajua sasa hiyo ni kuavoid hizi vitu zingine zisionekane. Unajua wao wataleta ile kitu ni interesting kwa kamera. Hakunanga kurecord wote wakiwa. Sasa sijui kama sahi kuna mtu ashai record. Unajua mshaekwa uoga, si unaogopa ni profit. So hakuna kurecord. So ni uende usikize na you follow venye umeambiwa. So kulikuwa na issue hiyo siku ya prophecy ya asubuhi. Wakenya tukaitwa kando purposely because kuna mtu alienda na mama yake na ni kama walijaribu kumharas na akakasirika akarudi. So walikuwa anasema hata hawajalala usiku, prophet aliona na alikasirika. Si ni mtu wa Mungu anaona. Okay. So na wao wamelala kuomba juu huyo abadilishe intention yake ya kurudi juu akuje, na wamemuongelesha. Actually nilisikia huyo mama alitangwa ofisi, wakamuongelesha vizuri, akaongeleshwa vizuri na prophet asiharibu jina. Juu unaona aliharasiwa, by the way walikuwa na harasi watu sana mpaka unashindwa kwa nini ni kanisa na wana harasi. Hata kama ni nasi hawafai kubehave kama wale wa hospitali. Mtu anakuharas. But tukaambiwa you know you are our neighbors, sisi tunawapenda sana. Unajua saa ya corona hata Wakenya unajua sasa pia wanaangalia finances. Unajua Wakenya na kutoa kwa kanisa alafu mnapeleka good number. Anaangalia mahali stock imetoka. So Wakenya huko na Zambians utritiwa vizuri. Zambians ukuja na buses. The latest time niliona pia Wakenya wameanza kwenda na buses. Okay. So unaona mkikuja basi kama 3 hao si watu kidogo. Na maybe hiyo ni saa ya offering. Na maybe offering ni $250, hiyo ni pesa mzuri. So tukaenda bado tukafundishwa, tukingojea prophet akakuja akaanza. Sasa si hiyo ndio siku ile yenye ataanza kuona kwenu, anawachorea inaendelea hivi. Kuna wale wenye mtu utaambiwa uende ulete family members na unapewa pesa. Actually kuna jamaa alipewa 1 million Kenya shillings. Kwa nini? Eti mtoto wake anaenda majuu. Na kuna watu wanajaribu kumibia plot yake, akaambiwa hiyo kesi itaenda. Hiyo actually alipewa isimamie mtoto wake kwenda majuu. Nani alimpea? Si profit. Okay. Sio siku anakujanga na pesa na bahasha. Na wewe pia shida yako kama ni kubwa sana na umeki. Sisi tuliinua mkono, bahati mbaya profit ya hakututaja. Na maybe tungetoka huko na kitu, so hatukubahatika.
hiyo sasa inaishanga iliisha kitu saa 6 ya usiku. Juu sasa that is the last day ya hiyo Monday usiku, juu Tuesday usiku asubuhi sitaanza tena procedure ya hao wengine wataanza kungojea hao wenye wanakuja hiyo wiki. So after that on Tuesday sisi hatukuwa tumebuku gari ya Tuesday. So hiyo Tuesday tulishinda tukatembea tena bado. Sasa nyinyi mmenunua kitu yote? Si tulinunua hizo Byros. Mlinunua Byros? Tulinunua Byro. Kuna Byro but na tulipewa pastor hiyo after hiyo siku ya mwisho na ya siku ya prayers prophet alipeana matunda. Matunda ya? Kulikuwa na oranges tuliambiwa zimetoka kwa shamba ya prophet ni blessed fruits. So mnapewa na siku ya mwisho sasa tukapewa tena tukaambiwa prophet na alafu mnapewa maji ilikuwa hiyo sasa kwa kila mtu mwenye ameenda lazima upewe maji, unapata chupa ya maji blessed water. Hiyo sasa ndio unafaa ukirudi kwako uspray nyumba yako, uendange nayo kazini, una spray customer watakuja. Okay, una spray ndio customer wakuje? Tuliambiwa customers will come from near and far. Na Mungu atabariki kazi yako. But then after tumerudi mambo ilianza kubadilika, iko maybe hatukufollow up ama ni juu sisi hatukujua venye inafaa kukua. So nyinyi mlikuja na nini? Sasa sisi unajua watu walikuwa naamini mpaka unabeba mchanga ya kanisa. Ukuje by the way hata alisema ni blessed ukinua na plot yako unaweza kuja na tulikuja mpaka na maganda ile machungwa tulikula lakini maganda unakuja kuweka kwa nyumba. Sasa hii matunda ni blessed fruits itakusaidia na si kukula unabarikiwa kama uko na ugonjwa kwa mwili itaisha pole. So on Wednesday we came back. Na maisha ikaanza ni normal to life. Na tukakuja hiyo sasa ilikuwa Wednesday, on that Saturday tukapigia the friend, she was so happy akatuambia, lakini alikuwa amekasirika hatuku communicate tukiwa huko Uganda. Hakunanga network, either uende kwa cyber ulipe wifi. Network is very poor. Na wana survive aje? Mimi sijui wao survive aje. Juu sasa tulienda kwa cyber mpaka unajua sasa huyo ni mtu tunajaribu kuongea naye but aliongeza hata kwa ile pesa alikuwa nayo. Yeye alikuwa ametupea hata ilikuwa sijui 40 something, aliongeza pesa nyingine. Nilimwambia huku chakula ni very expensive, tuongeze hata kama ni dhao. Akaongeza dhao 4. Mimi hata nilipata pesa saa hiyo nilirudi sasa hata nikanunua mafuta juu sasa si umepewa pesa excess na hakuna shopping kwa nyumba. So alikuwa very happy tumekubali kwenda. So yeye alikuwa anangojea tukampigia hiyo Sunday tukaongea vizuri usiku. Was it on Sunday ama on Saturday? Ilikuwa moja hizo juu hizo ndio siku tunge communicate, hizi zingine yako busy. And then with time ikaenda ikipotea hiyo communication. Na mimi nilirudi hata nikapata kazi. Kwanza nilipata na huku hapa Tatu City F1 Solutions. Nilikuja nikapata rafiki yetu kwa hiyo familia ya kina mzee alikuwa anaenda, though ilikuwa casual na walikuwa analipa vizuri. Na nilikuwa juu mimi nimefanya tourism and hospitality, yeye alikuwa anaenda leave nikamshikilia na walikalipa vizuri. So after tumerudi akaunti ya mamu ile yenye ilikuwa ina support sasa mpaka brother yangu akinini akiwa attachment ilifungwa. Kwa nini? Ilikuwa akaunti respond kwenda, unajua sasa bado hatujachukua death certificate. Mnaitumia tu hivyo? Tunaitumia hivyo juu mmeambia tulikuwa family members wakasema juu huyu wako shule azini ile kwenda kusema kwa bank nini hivyo. But tukua tumeenda venye nilienda, unajua sasa mimi nikaamua kwenda ikafungwa kabisa. So brothangu huko kwenye alikuwa pia akakosa rent. Kukosa, unaona mashinda zimeanza kuingia. Kukosa rent nikamwambia juu attachment inaisha, wewe fanya hivi, jaribu kuapply hata internship Nairobi. Akaapply akapata. Akaapply akakuja kungojea akiwa. Nikamwambia wewe kuja kwetu, unaona saa hiyo nimepata hiyo kibarua na nimelipa hiyo rent ya sasa, hiyo ni ya August, tushaingia August.
Nikamwambia kuja, kuna mahali nimepata kibarua na in case wanikonsinde nitaendelea kufanya hapo, but baya si kuendelea kufanya. Ya akakuja. Na huyu mama alikuwa atupe sasa 50,000 na ameanza amuongei vizuri. Mara unajaribu kumpigia weekend anaanza kusema ako na wageni. Alikuwa ape 50 mkirudi. Alikuwa atupe 50 turudishe kazi. Na sasa unajua sasa hata tungejua hata tupe hii pesa hii yenye alituma tuende atungeenda. Si tunaweka kazi, tunaweka kazi. Ameanza kunyamaza. Nikamwambia brothangu wewe kuja. Juu aliniambia nimeapply na tumeambiwa tungoje. But mzuri wakamuita interview na wakaenda wakamchukua internship. Though hawakuwa analipa sasa, hiyo hata ndio ilikuwa challenge kubwa. Hiyo August nikalipa rent na sasa hatuna any other source of money. Nakumbuka kazi yenye tulikuwa nayo ni ya kuuza. Unajua hiyo soko inahitaji ukiwa na kitu different. Since kitambo sisi tumekuwa tukiuza nguo za Isli. Na hizo zilikuwa zinatupea kazi pesa hizi. Nyumba yenye tulikuwa tunaishi ilikuwa expensive. Juu sasa unajua tukiwa na mtu wako in diapers na hiyo kuavoid watu kumuonanga na hizo mavitu unahitaji some privacy. Tulikuwa tunahitaji nyumba yenye iko na privacy, mkae ndani mnatoka tu mkienda OC. Tulikuwa tunatoka nje tu na yeye tukienda, maybe mnaenda OC watu watamuona mkiingia na mkitoka. Nĩndakũgeithia mwĩroreri wakwa wĩ mwega. Karibu sana gũkũ gwitũ. Njĩtagwo Simon K na mũthenya wa ũmũthĩ ndĩ haha courtesy of Tayari Lands and Housing na ndĩ mwena wa Matu handũ twĩtaga Kabati. Kabati ngwĩraga nĩ kũrĩ Kabati ya Mũrang'a na nĩ kũrĩ ĩno ya Matu. Kũndũ twendetie broti mũno na taũni ĩkũrĩte na rĩti nene mũno. Haha Kabati taũni by the way. Thaa ici ũngĩthiĩ ũrie broti iria wendagĩrio 300,000 hĩndĩ ĩrĩa tuokaga gũkũ. Thaa ici cirendio 3,000,000 na mbeca. Ũguo ngwĩraga kũndũ gũkũ nĩ kũndũ kwega gwa kũigithia nakuo tondũ nĩ kũndũ kũrakũra na rĩti nene mũno. Mũthenya wa ũmũthĩ ndĩna project ndakũrehera tũramĩta Kabati View tondũ wĩ mũgũnda-inĩ nĩ ũrona Kabati. Neno nĩ phase 3. Broti cirakwenderia ciringi 150 na wagũra cash na nĩ tũrakwenderia na installment. Wagũra na installment nĩ 170. Ũkaigĩrĩra 150 balance ũkarĩha na mĩeri 6. Mũgũnda ũyũ wĩ hakuhĩ na barabara. Nĩ njũĩ nĩ ũrona ona ndũgamĩte barabara-inĩ. Ĩyo nĩ nduthi ya hĩtũka. Thitima nĩ ici nĩ ũkuona nĩ producer. Kũndũ gũkũ nĩ gwakĩtwo piũ. Ndĩrona mĩciĩ ĩthiũrũrũkĩirie mũgũnda-inĩ ũyũ. Kwĩna mĩciĩ mĩingĩ na nĩ hakuhĩ na taũni, no kilomita 1 kuma taũni-inĩ ya Kabati. Wĩhĩke mũno, gũkũ nĩ kũrĩa tũtangathaga broti na mũthenya ũmwe. Thutha wa thikũ 2 ũgakora nĩ ciathira. So wĩ karibu sana. For more information hũra namba ĩno ya thimũ 0715 99 99 09 0715 99 99 09. Ũngĩenda gũthiĩ site gũka site visit hũra namba ĩyo ya thimũ. Ũngĩenda gũka ofici cia kũrĩa Thika building twĩtaga Mco Plaza building 3rd floor room 302. Mko karibu sana hapa kwa Tayari. Asanteni sana. So akaanza brothangu akakuja yeye akapata internship but challenge sasa hata ni fair juu alipata mali anatumia kitu 20 a day. Na mimi huku kwingine tena hii yenye nilikuwa nimefanya ikakosa ku work out. So huyu mama siku moja akashika simu na akasema ako na wageni hatuwezi video call. Alafu akasema tutaongea the next weekend. Unajua sasa sisi tuko anxious tunataka kuuliza pesa at least juu tujue sasa hata September juu August inaisha September tutalipa aje nyumba. Juu tujipange. So hiyo wiki nyingine alishika simu akatuambia mimi hata naona nyinyi ni watu amwezi saidika. Mimi nimejaribu kuwasaidia lakini naona hamtasaidika. Alafu akasema amepata mtu akasponsor na anaingia college immediately so atapata hiyo pesa. Tukamwambia na kwa nini ukusema hiyo kitu mapema? Unajua uwezi pata mtu tuambie umesponsor mtu immediately na ulituambia tuende. Eri hata ungetupea hiyo pesa basi utuambie juu sasa umetusaidia aje. But then tukaamua we are moving on. Unajua sasa mtu akisha kwambia hivyo unajua hii deal it's a deal cut short. Yeah, amemalizana na nyinyi. Sasa ikaanza drama. Kosa hiyo mwezi nikapambana nikapata kibarua ya kupika chipo but sasa hapo kulikuwa na challenge juu hiyo kazi naenda saa 7 mchana natoka saa 7 ya usiku. Na walikuwa wananilipa 350 na brothangu lazima nimpe 200 ya fare.
So nabaki na 150, tuko watu 3 kwa nyumba, lazima tukule. Na huku kwa kazi ya mzee imeumana sasa, hata uzi, hata kibanda haezi lipa. So akaanza kuhosti yango pia yeye na watu, na kukipatikana maybe sasa kibarua ya kufagia soko anafagia, na saa zingine ipatikani. Nikafanya hiyo November, October. Sasa huyu mtu wa November ama December, October, hiyo ilikuwa October, September na October. October sasa huyu mtu akasema deni imekuwa mingi, na ilikuwa 2 months of which mtu gani kiateka wa penye nilikuwa naishi. Okay. But sasa alikataa niongee na landlord. Juu sasa mimi nilikuwa namuuliza, mimi nikiingia hii nyumba unajua vizuri nilikuwa na mgonjwa, na unajua kazi yetu imechomeka, na unajua mamangu alipass tukiwa tu hapa, na unajua mimi nikiingia hii nyumba nililipa 5 months. Unafaa unielewe saa hii. Na tena nilikuwa nimelipa, ilikuwa hiyo nyumba ilikuwa na deposit ya 10,000, na rent ya arrears saa hiyo ilikuwa imefika 14,000. Okay. So tukapelekana kwa chief. Alikuwa anataka achukue kila kitu. Okay, yenyu. Yetu. But sasa chief akasema uwezi chukua kila kitu yao, of which pia wao uko na pesa yao 10,000. Wao they only owe you 4,000. But then alienda hapo kuchukua, akachukua TV. Hiyo TV tulikuwa tumepewa na mtu during that time ya mama awachingi juu akuwa anaenda church. Wakachukua sasa mpaka gasi ile yenye mlikuwa mnashikilia meza ya jikoni. Hiyo TV mlikuwa mnashikilia ikaenda, na wakachukua mpaka radio. But then we moved, tuka move on. Na sasa nikaacha hii kazi ingine juu sasa hiyo masaa ya saa 7 penye nilikuwa naenda na nilikuwa nang'ang'ana na pambana. Unaona uwezi lipa pikipiki, uwezi lipa hiyo masaa. Nikaachana nayo. Okay. Nikatafuta kazi ingine. Sasa tumehamia nyumba ilikuwa ya 4,000. Okay. Na ni mimi nilitafuta juu sasa hapo karibu hata tuachane na mzee juu sasa it was staff. Najua mashida zimekuwa mingi sasa mpaka mnavurugana, alafu unajua family members mtaanza kuona hata amsaidiani. Tunaanza kuulizana hata tunasaidiana aje. But then mimi nikaenda nikaongea na huyo mtu akakubali tuingie bila deposit, na yeye akasema lazima tuchange afafu. Mimi nikajaribu kuomba watu pesa, nikachanga afu, akachanga afu. Okay. Nikaenda nikaongea na huyo akasema tuingie nyumba, tukaingia nyumba. Na nikang'ang'ana tena nikatafuta kazi nyingine. Hii kazi nikaifanya sasa hiyo November yenye tumehama. November nilianza katikati, akanilipa hiyo half. December kufanya hakunilipa. Okay. So hiyo December kufika January huyu mtu alikwambia atalipanga daily ya kulipi, nikaachana nayo. Kuachana nayo sasa usareas zikaanza kukuja. Unakumbuka hata kazi yake sasa ifanyi, na huyu mtu amehostiwa pia yeye vibarua, alafu anakuanga na shinda ya kifua, hawezi fanya kazi yenye iko na vumbi. Sasa mzee. So nikapambana nikakaa mpaka kitu February sina kazi. Sasa February na huku katikati rafiki yangu mwingine na kuanga rafiki mzuri sana juu hata hiyo saa alituchangia kuhama, na alituhosti siku moja ya kati ya zenye nyumba ilikuwa imefungwa. Akanitafutia kwa kazini yake. Okay. Town ya hoteli. Sasa mnafuata sheria zenye mlipewa huko za kutoa tithe. Sasa mnatoa tithe, mnatoa wapi pesa ya tithe? Kwani unatoa tithe ya yenye na una kazi? Na hii maji yenye ulikuja nayo, si tunatumia bado. Mnaimwaga wapi? Si kwa nyumba. Na bairo ilikuwa ya? Sisi ilikuwa ukiandika vitu kama ni kitu ya, kama ni application unaandika nayo, ukitafuta kazi. Haikumsaidia? Mimi sikuona ikiwaka uti juu at long last. Hata mzee ni yeye alizitupa, aliniambia ametupa kwa sewage. We? Juu sasa aliniambia hizi vitu hata naona ni kama unajua sasa before that, kabla hata TV ichukuliwe, sisi hatukuwa tumeanza kunotice kuna nini. Unajua unapambana tu na hali yako. Akaanza kuniuliza sasa, ilifika unajua sasa sister yake yeye anatuuliza hii kanisa mlienda mkuu delivered, nyinyi mnaonanga kama ili work out? Anatuuliza juu yeye hata alikuwa against hiyo kitu. Anatuuliza muoni kuna mahali mmepotea? Tunamwambia ngojea aone venye tunaenda kubarikiwa tununue gari. Ngojea tu hivyo. Juu sasa mzee kwanza hata ameanza kuota na profit, ananiambia unajua niliona profit yakiniambia receive gari kubwa.
Sasa si na prophet kwanza alikuwa amesema wengine wataanza kuota nikiongea na wao, si unasema sasa hii ni breakthrough. Hai. Si tukaanza kuona hii maisha ni ngumu. Hiyo February nikapata huko ile kazi ya wale wa ukasi wa chakula town. So hiyo nayo ilikuwa na challenges. Juu sasa mnaenda mnapika chakula, mnaanza kuoku. Kushikwa na kanjo. Alafu saa zingine unashikwa na mwenye amekuajiri hayuko willing kutoa. Watazurura na wewe siku mzima na utalipo hiyo siku nini, na kanjo alisurura na wewe na chai tangu asubuhi. Hakuna. Nayo ilikuwa na challenges. Alafu sasa nikaanza kunotice sikuwa sawa. Ni kama I was falling into depression. Na huyo mama akaanza kuniambia uko sawa, niambie ni nini inaendelea. Na unajua sasa huyo mama mwenye amekuandika. Na mimi sasa that time sikuwa nataka urafiki na mtu, alafu ujui huyu mtu ataichukulia aje. Nikapambana, nikaona hapana, siku moja nitakuja hii kazi na nitoe nguo na staki aibu ndogo ndogo, nikaachana nayo. Kuachana nayo nikakaa kwa nyumba for a while. But sasa unajua sasa ukijaribu kuambia watu hauko sawa na hakuna pesa, hauko sawa, alafu pesa itatoka wapi? You are suffering. Na hata yeye unaona anapambana na auzi. Unajua sasa kazi hata tunaanza kumwambia naanza kumuuliza uko sure ni soko ndio ina market. Alafu ule mwenye tuliachianga vitu yeye anauza. Na mambo yake na mambo yake unajua sasa yeye after tulimwachia alitoka hiyo soko, so yeye hakuchomekewa. Kazi yake iko sawa. Na hata si hivyo, tulikuwa na customers hadi tukiwa Naivasha walikuwa wanaonda vitu unawatuma kwake. Hakuna onda, hakuna anything. Unajua sasa hata ukiuza mtumba, ukiwa na customer wa kiatu atakutumia pesa umuende Kamukunji. Ukiwa na customer wangu wa Isilina atume pesa juu sasa kama hiyo watu wako na sherehe wanatuma pesa. Watu wakituma pesa ya nguo za watu 10 na ni za Isili unakula vizuri. Hata utaanza kuendea stock. Hivyo ndio tulikuwa tunaendea stock hiyo time. But sasa hakuna onda. Hakuna mtu anakuitisha kitu. Hai. Tunalala njaa, tukaanza kuulizana sasa hii njaa. Alafu sasa unajua inafikanga mahali. So tukakaa hiyo sasa nikaanza kukua mgonjwa juu mimi actually nikiacha kazi nilikuwa nasikia siko sawa. But sasa una pesa ya kwenda hosi. Kanisa yenye tunaendanga waka reopen their clinic. Na sasa hiyo walikuwa na scans wanafanya na 500. Bradhangu mdogo akanipea 500 juu sasa kila saa nalalamika mimi ni mgonjwa na hakuna pesa. Yeye alikuwa shapata mgonjwa wapi? Tumbo na naumwa na mgongo. Nikaenda hosi. Kuenda kufanyiwa skani wakasema they can now see some tissues in my uterus, na wakaniandikia referral. Wakaniambia kuna private hospitals mingi na public, ni choose ni gani nitaenda. Nikawaambia specifically msiniandikia a specific hospital. Wakaniambia no, utaenda uone gaina. Nikawaambia msiniandikia specific, mimi sitaweza kuafford private but nitajaribu Mama Lucy wakinituma scan waseme hawataweza, nitawaambia waniandikie referral ya Kenyatta. Na since then sijamake hata kumake that money. So during that time tulianza kufungiwa sasa nyumba. That is this year. Sasa tumesonga mashinda, tumesonga nazo. Rent imefika sasa kitu miezi 4 na si eti ni kila mwezi ya mlipi juu sasa kuna mwezi ya mjalipa 2,000. Kuna mwezi ya mjalipa 1,000. Hiyo saa after nimekuwa mgonjwa sasa hiyo time pesa yenye amepata yote akalipa like 2 months amjalipa, hiyo ni 8,000. Ilifika mahali ikafika miezi 5. Landlord akaanzanga kuvisha. By the way yeye ukuwa accommodative. Kuna mtu uko na rent ya miezi 5 hujagongewa mlango? Hakuna. So akaanza kufunga. Kafunga mara ya kwanza, tukaenda kwa sister yake. Tukakaa kitu 10 days. Landlord akasema tupate rent ya mwezi moja. Tukachanga wao wakatupea. Au actually ni wao walilipa mingi. Juu brother yangu sasa alikuwa shapata kakazi but pia yeye ana associate ya stable. Tukarudi. The next month December kukafungwa tena. Tukaitishwa tena. Sasa akasema tutafute rent ya miezi 2. Tukapata ya mwezi moja na akakataa. Brother yangu akaenda akaongea na yeye akajaribu kumconvince. Unaona sasa after account ilifungwa tuliambiwa si walimefunga na juu to follow up.
juu of course mtu akikufa hiyo pesa inafaa ingie legally, mnafaa mchukue like for kitu 6 months. Na ni kama ikuwa hata imeisha. Alafu kuna ile yenye maybe family members walikuwa wametuambia kuna ile yenye inafaanga juu wao wameifiwa na wameikuwa. Sasa sisi hata hatukujua. Tulikuwa so saa hiyo alikuwa brother tumechukua death certificate, tunaongojea mpaka pesa, tunajua pesa itatoka. Yeye kwenda kuangalia ilitoka 12,000. 12,000 tuko siblings waine, mnafaa mshe. Na tumeambia landlord atupe time tutamlipa. So na hii imetoka nini, na hata hii pesa imeandikwa cheki, so iwezi toka hiyo mwezi. Na brother ako na loan, so iwezi ingia kwa akaunti yake, itaingia kwa sako, na hiyo sako mpaka arudi nyumbani ndio aende achukue. So kumekuwa hakuna pesa, tutamlipa aje? Tukapambana. By that time nikaanza kibarua. Mzee akakuja siku nyingine akaniambia najua utaweza kufanya kazi ngumu, juu sasa nilikuwa siwezi kufanya kazi ngumu kama hiyo yenye nilikuwa nafanya ya hoteli. Sasa naumwa sana na mgongo na naanza kusikia ni kama nakatwa kwa tumbo. So ili nini which au wausi walisema hiyo shida ya tumbo ndio ina affect mgongo. Okay. Akakuja siku moja akaniambia unajua mimi sitalipa rent hii wiki, nataka nikupe hii 500 uanze kuuza uji. Nilikuwa nikaanza kuzunguka lakini siwezi pia zunguka nayo hiyo kutembea for long tangu asubuhi mpaka jioni. So nikaanza kuuzanga uji jioni. But then landlord akatufungia mpaka sasa, akasema akatuambia hii rent yenu mtakuwa mnailipa 6,000 every month mpaka mmalize. The first month hata hatukumake rent ya nini ya hiyo mwezi kuisha. Tulipata actually 3,900 na hiyo unaona ijafika hata rent ya nyumba 4,000. That was last month. Akaita mzee akampea warning, akamwambia sasa hii end month ikifika ujue mtahama. Na hatuna hata mahali pa kwenda. Na sijaenda usi. Saa zingine na unajua saa zenye hiyo kitu imeamka inabidi niende hata kama ni clinic nipewe dawa za painkillers. Okay. Na alafu saa hii unajua sasa naanza kuogopa juu hiyo ndio kitu iliua mamangu, cervical cancer. It started with a scan ya kusema it is just a normal thing. So saa hii tunafaa tulipe 6,000. Mzee sofa amepata 1,000. Na ni kati ya mwezi tuko 5,000 inatoka wapi? So we are in distress. Hatujui tufanye nini. Nyumbani yeye hata mama yake alipass kitambo akiwa high school. Wao hata wananga nyumbani. Actually tangu tuone tulikuwa tunaenda na yeye shago kwa mamangu alipass. After mama yako amepass na umeolewa, unajua hapo kuna peango brother zako. Hata nyumba ya mamangu iliingia watoto wa brothangu. Hata mimi sina ushagupa kwenda. Okay. So tunafaa tuende wapi? Actually ilifika hadi mahali sasa tukaambiwa na family members it is shameful watu wawili wazima kushindwa kulipa na 4,000 kwa za nyumba. But is it not shameful? It is shameful. Watu wawili hatuwezi pata 2,000. So mimi nazunguka na uji na shughulikia kama ni chakula. But saa ingine pia hii uji unazunguka nayo na hata uzi 5 liter. Na 5 liter ina make profit ya 200. So sijui nitasaidika aje ama tutasaidika aje, but sasa kwetu it is too tough. But sasa for us maybe it was better for us who would notice that. Sasa maybe last month but after vitu zimekuwa ngumu sana, yeye aliniambia unajua mimi nimeishi kumwambia maybe huyo mtu pia yeye hakujua, achana na yeye. Ananiambia mimi nitamwandikia WhatsApp, si atuongei lakini tuko na namba, sijamblock. Nani sasa? Huyu rafiki mwenye alitupeleka. Akaniambia mimi nitamuuliza, na akamwandikia. Kumuuliza aje? Kumuuliza kama alijua ni kwa cult anatupeleka. Juu sasa unajua ukikonsoti watu wengi wanawaambia maybe huyu mtu ni kati ya wale wanapelekanga watu. Unajua hizi kanisa ni kama ziko na ule mtu mwenye anakuja kama ni kwa show kama hii, anasikiza wale watu wako na shida, ni anakuja in the name ya kumsupport na anakuwa tu friendly.
Lakini intention ni juu sasa kama huyu rafiki yangu mwingine aliniambia hata yeye akujilipia mara ya kwanza wetu wengi ulipiwa kwenda. Na si pesa kidogo, watu wanawaambia hapana huyu mtu inaweza kuwa hiyo ndio ako US but hiyo ndio kazi anafanya. But now you don't, but sasa yeye unajua after tumetoka alikuwa aende maybe 2 months later akaenda. Alafu tujaribu alienda na wafuichi hatujui kama alienda na alikuwa na shughuli gani juu unaona after hapo communication iko sawa na tukanyamaziana kabisa. Alafu hatuku meet, tulikuwa tu meet hatuku meet. Sasa wenye mlimwandikia message alisema alisema hata yeye after amefika huko akaambiwa yeye ni mgonjwa sana na hezi onekana ndiye alianza kushuku si kanisa ya ukweli. Hata yeye alikuwa mgonjwa. Alikuwa anasema unajua sasa sisi hatujui, hatuna proof juu alisema yeye alikuwa na shida ya lungs. Lung yake iko na shimo. But sasa uko na lung iko na shimo na unaishingi nayo surely. Na basi hakuwa anajua, unajua tena kitu kingine nafanya tujiulize, hakuwa anajua na rafiki yake alienda akamwambia amesaidika. Na huyu rafiki yake wako still friendly. Na kwa nini tena basi alikuwa anataka tubuka specific place juu tukiwa huko. Bwanangu hiyo siku yenye inafaa kukua ya testimony asubuhi alianguka kwa bafu. Akaanguka? Na akagonga shingo. Unaona sasa na alikuwa na uchungu sana na walikuwa wamesema kanisa iko na hospitali. Sina kwambia wako na nurses. So bwana yako alianguka asubuhi mkiwa huko? Asubuhi mapema 5 tukijiprepare tuende hiyo siku ya nini? Ya testimony. Si ya testimony hii yenye ya deliverance. Si ya deliverance hii ya kuonewa hii inaitwa aje? So kwenda tulijaribu kuapproach Ashas. Walisema aende hosi. Unaona sasa watu wanaombewa na prophet ako hapo. Wakasema aende hosi. Aende hosi na prophet ni yeye anaombeana si huko nje. Na mbona asimuombe? Sasa mimi sijui kama ni kumuogopa ama sasa unajua hiyo maybe ni beyond wao. Aje, si uende usimame pale uombewe. Sasa hawakutaka wadikataa. So ilibidi atafute painkillers but mzuri. It didn't turn out to be so serious. Alikuja akaumwa for a while but akapona. Yes. Sasa okay, what you mean is this, ever since you came out mtoke huko mashinda kitu yenyu ishaienda vizuri. Inaenda vizuri juu sasa kama saa hii hata hiyo kazi alifungiwa kibanda akapewa penye anafanya ni mtu amemweka hapo na huyo mtu ni yako kazi. Ni kama kukuajili lakini hakulipi, wewe pia uweke hapo nguo zako. So unamfungulianga kazi. But in an expense ya wewe pia uweke nguo zako. So si eti ni kazi stable na alikuwa anaitwa kibarua hiyo ya kufagia siku hizi hata haitwi. Unaona imefungana. So kila kitu ilifungana. Alafu unaona venye unapatanga mtu ako kukusaidia. Inafikanga mahali sasa mnavurugana au usaidiki na mtu yeyote. Sina kwambia sasa hata family members the last time tulifungiwa sasa walitukalisha, actually tuliitwa tukakalishwa chini tukaambiwa do you know that it is so shameful watu wawili kushindwa kulipa 4,000 ya nyumba. Na tukaambiwa it is also shameful sahi eti mtu unajua wewe ni mgonjwa na unaweza kaa na hiyo ugonjwa for so long na una pesa ya kuenda hosi. Of which hata mimi naona ni vibaya juu it is no 6 months down the line. Sijaenda hosi. You cannot afford the money. Hata si ku afford the money. Nilienda mpaka nikaregister SHA nikaambiwa nafaa nilipe mwaka 3600 siwezi pata. Acha sasa nikuambie kitu fani. Unaona tangu tutoke huko unaona hata tuko kazi watu wawili but inafika end month sina pesa ya kununua pads. What do you unajua nilikuwa mara mingi mimi hutumia zile diapers za mamu zilibaki na zikata natumia kama pad. What? Na saa zingine ni uchungu sana. Wa. But it's okay. Imefika hapo. Sasa hata shida ni tukifungiwa nyumba tutaenda wapi? I'm so
I'm really sorry about that. Okay, sasa kulingana na wewe na labda maybe venye mmekaa chini na bwana yako, mnaona kama shida imetoka hapo? Shida ilitoka hapo. Juu before unajua kuna zile kwa maisha yako ukiwa mtu mzima lazima ukue unajua na mimi nakuanga na shida for a duration of time but inaishanga si eti hatujai kuwa na shida tena but unashindwa hadi kubai nini pads since 2022 it's not 2025 na things are getting too worse now. Kama hapa sahi rent ni 17, ilikuwa by end month 17,600. Aliniambia jana alipata dhawa akapeana, so we have a rent more than 4 months. Huyu mtu na expect atawaambia muende na vitu zenu if at all. Hapana, zitachukuliwa tu. Na ukiongea na watu wengine kuhusu hiyo story unasikia wakikwa, unajua labda kuna si kuacha nikwambia. Sasa mimi penye naendanga kanisa nilienda nikajaribu kuambia the priest, unajua alituambia by actually yeye hata alikuwa mzuri sana juu alituitia counselor, alituambia juu tuliamapproach akatuambia mnajua sasa that you are overstressed, nyinyi inaonekana mko overstressed, so hata before tuanze kuwasaidia na jingine lazima mkue cancelled. Na yeye akatuambia hizo na mwenye tuliapproach kwanza before huyo alituambia kwanza yeye ni kama alituogopa juu alituambia nyinyi zile spirit muliekwa hata mimi sisijui. Alafu kila mtu ukijaribu kumwambia anakuambia huyu mtu aliiba nyota yenu, hamna nyota. Watu wanasema mliibiwa nyota. Juu sasa sahi unaona tangu hata mama pass unajua sijai afford hata kujinunulia nguo. Actually mi ukuwa na rafiki mpaka siku hizi sasa ni kama anakaa anaona huyu mtu ataenda uchi anakuita anakwambia hizi nguo nimeamua nikupe hazinitoshi tena. Juu hujaiweza kuafford kujibaia. Huwezi afford kujibaia nguo. Na mko na mtoto? Hatuna mtoto. We na mko watu wawili. Mpaka hata yeye kuna wakati ilifika akaniuliza nyi shida zenu ni mingi sana, na akaniuliza huyo rafiki yako bedhewe anakanga ananiambia hizi shida zenu pia ni nyingi sana, na anakaa pia yeye unajua sasa pia mtu uchoka na watu. Akaniuliza bwana yako ni mwanaume na hana pesa, kwa nini ananga? Sasa utajibu nini? Uwezi, una kitu ya kujibu. Umekuwa married for how long? 5 years now. 5 years we. Wow. So I'm really sorry about that. I'm really sorry about that. Sasa rafiki yako hata venye bwana yako alimtumia hata yeye unaona after nilipiga simu usiku nilisema kwanza ngoje siku wa sasa hata na fare. Mimi hata actually alikuwa nilete. Sasa huyo rafiki ni eti mtoto wake ako tuition na hakuna huyo mwalimu alikataa tuchukue mtoto tuition. Hakuna venye tungeacha mtoto peke yake, ni yeye alinipea hata fare. Huyu rafiki wa US kutoka ile time bwana yako alimtumia message kutoka hiyo siku mjaiongea tena? Hata si eti tumekuwa tukiongea, ni kutumiwa tu message alimtumia na akareply tena. Na lakini ni kureply ama ni kucall? Ni kureply, alimwandikia message. Juu aliniambia mimi nitamuuliza, mimi nitamconfront nimuulize. Yeye ni kureply. Si eti alimpigia, sina kwambia atuonge, hakuna any communication. Niyo sasa unajua sasa ukiandikia mtu ukimuaccuse na yeye akareply akasema hivyo. Na wale watu ile church after kunyamaza hivyo vyote hawafanyangi follow up kujua? Kuna wakati niliamkanga nikapata email yao. Wamesema juu that time tulikuwa tunatithe, walikuwa wanauliza hizo pesa zenye tumeituma ni za nini, nikamwambia zilikuanga za tithe na ni hivyo. Zile pesa mlikuwa mnatuma? Unajua sasa maybe waliona atutumi pesa, sasa mmenyamaza sana, si mtaulizwa. So wanafuatilia hivyo? Juu walituandikia email. Unajua kwa hiyo system, sina kwambia ni system unaandika details zako zote, so hadi email address iko hapo. Na hawakutaka kujua venye mna progress, kama mashida zenyu labda ziliisha?
hawajaiuliza. We pole sana kwa hayo yote umepitia. Okay, out of that story labda what have you learned? Me I've learned when the deal is too good, think twice. Na again ukiona vitu, jua kama mtu mzima limiti ya mashida zako. Na unaanza nitasema nini, kuelewa saa yenye vitu haziko sawa kwako. Na mtu tena pia mtu asianze juu sasa kama huyo alikuwa kila saa tukimwambia hizi shinda ni mingi sana, anatuambia there is no a testimony with no test. Kwanza mimi siku hizi sipendi mtu aniambie hivyo. Juu tena Mungu haezi kutest beyond where you are able. Kwa nini Mungu atutesti tunyang'anywe vitu, atutesti tena tufukuzwe penye tunaishi na huyu Mungu anajua hamna wazazi na hamna mtu mwenye mnaeza nini. Pole sana. I think from that story watu wanaweza learn vitu mob sana kulingana na zile vitu zinaendelea siku hizi kwa makanisa. Na kitu yenye huku nimekuwa nikileta watumishi wa Mungu ama watu tu tunaongea tu hivyo general talks about how things are going on. Tunaona katika makanisa mingi zenye ziko saa hizi unapata watu wengi si ati wanaabudu Mungu, wako na miungu zao zenye wanaabudu. Na kuna time tulikuwa tunaongea hapa tunasema hata saa zenye unaenda kutoa offering kwa church ama kwa altar fulani, you have to be very careful. Ujue mahali unatoa. Ujue unatoa kwa altar gani. Yes, because the moment umetoa kitu kwa ile altar, ujue umejiconnect. Na kukula unajua kukula ni covenant. Yeah. Sasa mimi naona penye walitushikia ni hiyo kukula na matunda. Yeah, inaweza kuwa one thing. Another thing, you see these people what they do. You see hata hizo gift mnaenda mnapewa. Labda hiyo that is a monitor, something that will monitor you. Sasa tena unaona after hiyo siku yenye tulienda, huyo mama alienda tulienda osi. Alikuja kwetu. Mama mgani? Huyo rafiki yetu. Sasa unaona siku hizi kuna watu wanaongelelea monitoring spirit. Sisi tunaonanga ni kama alikuja kuplace a monitoring spirit in our house that day, na sasa hatujui ilieko kwa kitu gani kwa hiyo nyumba. Huyo rafiki yetu wa US. Umeniambia hamkuwahi meet. Nimekwambia hiyo saa yenye alikuja, si nimekwambia aliwahi kuja akaona mama osi. Hiyo time. Hiyo time mama akiwa alive. Okay, before muende huko. Before hata tuende huko. Alikuwa amekuja alikuja akamit mama osi before she passed, na akakuja mpaka kwa nyumba. And then kitu nimesahau, hiyo siku akikuja kwetu, bwana yangu ni wao walienda kumchukua. Juu mimi sasa nilikuwa napika chakula, mamangu saa hiyo angekula chakula, so nilikuwa na mblendia na niendange osi kabla wao wakuje. Juu alisema yeye hata jua kujibukia taxi wamuende. Alafu wakaenda na sistangu. Saa hiyo nilikuwa nimeita sistangu juu ni kama kulikuwa na sense ya mamu anaweza kosa kurudi. Nikawaita ushago yeye na bradhangu wakuje wamuone osi. Alafu alikuwa anakaa akisema watu wa familia wampendi, hakuna mtu anakuja kumuona osi. So nikawaita wakuje. So my husband told me hiyo siku venye walifika huko, juu walimchukua kwa sister yake, aliwaambia wakiwauliza wasiwaambie ni nini naendelea kati yetu na wao, waseme wao ni marafiki tu, wasiseme anatusupport. Kwa sababu hata wao wako na brother yao wako na cancer. So itakuwa ni vibaya akisupport watu wengine. But sasa ni kama tumekuja kurealize hiyo ilikuwa ni manipulation, juu usiulize anything na usiinteract na watu. Kama wako na cancer, mbona hakuwa amemtuma huko? Sasa hiyo hata sisi hatukumuuliza. Okay. But anyway, you see venye inakuanga, si nimekuambia kuna watu wenye hawatumiki Mungu mwenye unajua. Wengi sana. They are using other spirits. Alafu kitu kingine nitaambia wa Kenya, huyo mtu ana kanisa huku but yako na 2 branches. Huku Kenya?
mingi sana juu sasa unaona mkienda pastors ni wao watakaa mbele. So our pastors utaombewa kwanza uambiwe hiyo wewe una power. Si unajua sasa utafanyiwa hizo vitu za kutetemesha na kuambia sasa amekupe saa hii sasa umepata nguvu ya kwenda na actually kuna watu wanapeangwa hata pesa za kuja kuanzisha kanisa. Because now niko na rafiki mwingine pia yeye hajaienda huko. So tukiongea na yeye siku nyingine akaniuliza ama niende huko. Nikamwambia huko hata unaniambia na nilishaenda karibu nikwambia usiaienda mahali pengine kuombewa juu ni wewe unaniambianga maombi wewe usianze kuombeangwa na watu. Akaniuliza ushaienda? Nikamwambia akaniambia imagine bwana ya sistangu ni pastor na alienda huko akapewa 200,000 akuja anzishe kanisa Ndagoreti. Nikamuuliza anzishe kanisa though tukiwa huko kuna pastor pia aliambiwa arudi aanzishe kanisa. Unajua hao sasa watabaki kuona profit physically, ujue pastors wakiona physically watapewa nini. But sasa unajua maybe mimi according to me now ni kama hao watu wa hizi other spirit juu hizi kanisa kubwa zinapigwa sana wameamua wajieneze but kwa hizi kanisa ndogo zenye hazijulikani. Juu sasa unaona ukikuja ukiweka kanisa si uko na powers za huko. Juu kama huyu aliniambia sasa bwana ya sister yake amerudi juu aulizie hii pesa amepewa aeke kanisa wapi. So kumaanisha hii kanisa iko bado anda ule mtu. Na hizi ndio kanisa ndogo ndogo unaona mtaani mtu anajiambia mimi naenda hii ndogo. Mimi nitaanza sasa kwenda mimi nitaanza kwenda hii ndogo. Alafu sasa unaona pastor anatokea online anaanza kusema nyi muendange kwa hizi ndogo. Achaneni na hizi kubwa. But sasa unaanza kujiambia but wewe unajua sasa mimi juu mimi ni ama victim na najua nilikuwa huko na nikaona wakiitwa na kipewa powers uende uanzishe kanisa. Unajua obvious kuna branch ni eti iko ndani. Si utanini after sasa umenini maybe ameshindana na wewe umeanza kuona ama amekupuliza umeanguka huko si hata utaona huko ana powers. Ukiambiwa sasa amka na uenda sasa ubiri neno la Mungu anzisha kanisa yako sasa itaendelea vizuri. Si unajua obvious hizo ni powers wewe mtu amepewa. Sasa nitaanza kuambia maybe enda kanisa penye tu umelelewa ukijua kuendanga kanisa. Achanga na kuwa mahama na kanisa juu sasa mimi wewe enda penye unajua penye mama yako alikufundisha kwenda kanisa kama ulifundishwa ukiwa mdogo ama wazazi wako enda hapo. True. Achana na hizi zingine kanisa imetokea huyo pastor anaombeana sana ama rafiki yangu ameanzisha ujui huyo rafiki yako anaendanga wapi saa yenye amko na yeye. Hata kama alikuwa mtu anahubiri ujui alienda akaekwa spirit gani kwingine. Very true. Very true. So kitu yenye unafaa ufanye wewe mkiwa na bwana yako you have to disconnect yourself na hiyo altar ya huko. How? Through prayers ama through kuambia tu pastor wako tulienda tukapewa hivi tukafanya hivi na tukafanya hivi. Hata sasa kuna mali tulikuwa tukaambiwa tuende tutafute hizo vitu tuzichome tupeleke zichomwe kwa kanisa tu hiyo kanisa yetu. Sarakasi hizo zote ni sarakasi. But sasa hata ukitafuta hizo chupa zilienda wapi ujui hizo ni sarakasi. Nakwambia hizo zote ni sarakasi. What you have to do even you yourself you can disconnect yourself. Unaambia God kwenye nilikuwa nimeenda kama kuna kitu yote nimerushiwa kitu yote imeniconnect na hiyo altar na hiyo madhabahu disconnect. And that will be all. You see what they do. Juu mimi naona kama hii information yenye ilifindiwa ilikuwa ya kukumonitanga shida zako. Wewe financial breakthrough ndio shida yako na ndio inaweza kurudisha hapa. So kitu yote tu umefanya tu kujidisconnect na hiyo wanaweza kumonitor. They monitor your business. So kitu yote yenye na ndio maana unasikia unaambiwa it is very specific. Ukipata do lazima utoe tithe huko. So already umeconnect biashara yako na hiyo altar. If you fail to do that utakuwa unazipata kama zimeenda huko. Unaenda kazi unafanya kazi zako. So ni kama zinaendanga ndio maana hakuna mafanikio. That is what they do. Unajua venye tunasemanga the people who are in dark world they are very wise. Wanakuanga wameamka kiroho sana. By the way na niwelevu sana juu mimi after mimi nafuatanga shows mingi unajua watu wengi hawaziamini. Si unajua hizo ndio zinaenea saa hii manipulation sijui nini.
But sasa mimi naanza kuona they have started fighting back. Unaona pastor anaanza kusimama, mtu anasimama anasema yeye alitumikia shetani na ashatoka, lakini ukiona vitu zinaendelea kwake na ukilinganisha na kutoka huyu mtu hajatoka. So, na anaanza kusema sasa watu waanze kuendanga kwa hizi kanisa ndogo. Unaanza kujiambia hizi kanisa ndogo mimi mwenyewe anajua haya watu wanaenda huko wanapewa powers, but huyu mtu hataanzisha branch nyingine, but atakuwa na tu ingine tundogo tukanisa tundogo. You see mi kitu yenye nasemanga ni hivi, kwa Mungu hakunanga sarakasi. Ukienda kanisa tu upate hizo sarakasi, sijui chukua bairo, chukua maji. Kuna wengine niliona hadi wanauziwa mapanga. Panga unapigana na si za kupigana vita za kiroho. Hujaona hiyo kitu imekuwa ikitrend, watu wanauziwa mapanga ati sijui zimeombewa. Sasa mimi sina simu sasa. Okay, ziko. Ukienda kanisa upate hizo vitu zote, hizo sarakasi zote, jua hapo hakuna Mungu. Kwa Mungu hakunanga hizo mambo zote. Unajua hata kazi ya pastor si ati ni kukufanyia hizo mambo zote, wanatakanga kuleta. You see the reason why they bring all those things ndio waweze kukumanipulate, wakuonyeshe wewe huwezi. Unaget? But according to God haikuangi hivyo. You yourself, wewe mwenyewe unaweza jiombea. Unaget? Lakini ile kitu wanakujanga kukuondoa ni ile, yani wewe huwezi bila yeye. Lazima umfuate, lazima akuombe. Na hawa watu urushia watu hadi ugonjwa. Unaweza pata hata hiyo ugonjwa yenye uko nayo si ugonjwa ya kawaida. Labda ni kitu ya kurushiwa ndio urudi huko. Unaget? That is what they do. Diviners wanafanya hiyo kazi. Anakurushia ugonjwa, unaenda unaombewa, unasema ati umepona, lakini labda ugonjwa imehama kwa tumbo, imekuja kwa kichwa. Yes. Unaenda unawaambia sasa tumbo ilipona, sasa tu ni kichwa. Haya, kuja tuombee kichwa. Inatoka kwa kichwa, inarudi kwa mkono. You see? Wako na hiyo uwezo yote. But the reason why they can do that to you ni kama pia wewe hauko alert spiritually. Haujajikava vizuri. Juu unajua venye watu wanafanya siku hizi ni kuworship hawa watu. Wewe unaona huyu mtu sasa yeye ndiye kila kitu. Huyu ndiye Mungu wangu. Mbona asikuweze? They manipulate those spirits. Unaget? Spirits ni kumanipulatiwa, ni manipulatiwa. Do you know that? You manipulate good spirits, bad spirits. It's a very wide topic. But right now what you're supposed to do ni kujidisconnect na hiyo altar. Kitu yote ulichukua ya huko. Hata hizi pesa unasema ulipatiwa na huyu mama, hujui zilikuwa zimefanywa nini. Cause tena mtu kujitolea tu hivyo kukusaidia. Pedheju kuna mama kwa kansila, sasa kansila akasema hata hizi pesa alitoa maybe alikuwa amepewa huko juu awapeleke tu, maybe hizi pesa zilitoka huko. Maybe you never know. Sitaki kumuingililia sana. Labda maybe alikuwa out ile tu willingly. Unajua kuna watu hutaka tu kusaidia. Lakini bado kuna mtu mwingine unaweza jiuliza, okay, kuna mtu anaweza kusaidia na reason. Na kuna mtu mwingine unaweza jiuliza, by the way mtu juu amenipatia 50,000. The reason behind it, mlikuwa mnajuana aje? Unaget? Wewe unaangalia. But to be on safe side, disconnect yourself hadi na hizo pesa. Kama hizo pesa kuna madhabahu zilikuwa zimetolewa, na ni kuomba tu. Unaget? Na kama uko na pastor si unasema kuna church unaendanga, unaenda tu unamwambia pastor, mimi kitu yenye tunataka, nilienda nikafanya hivi, nilipewa maji, nilikunywa, nilipewa chakula, nilipewa bairo, sijui imeandikwa. Mbona unaandika bairo jina yako? Why? Usikia hata kuna watu wanapeangwa kalenda, uende na kalenda kwa nyumba. Hiyo kalenda inakumonitor na iko na picha ya mwenye amekupea huyo pastor. Sikiza stories za watu venye wanaongea huko. Wanasemanga si sasa hao wenye wako na kalenda, hiyo kalenda unaambiwa uweke kama pale kwa mlango. That is an idol. Sio unaambiwa kila hakuna spirit mbaya inaweza ingia kwako. Mbona ufanye hivyo? Ni wapi kumesema hivyo kwa Bible? Hakuna mahali kumesema. Kitu yote umepewa yenye hailingani na nini na okay, you see, kasa hizo kwa kuja huku kwangu, mimi ni Simon kuambie, chukua hii glass uende nayo kwako. Ukipata hivi unafanya hivi. Hii ni idol. Ile kitu tu unafaa nikuambie ni ati juu umekuja huku kwangu na uko na hiyo mashida yote, ama mimi ni pastor nimekuambia uko na hiyo mashida yote, enda tu home. Endelea tu kuomba. Endelea kuomba Mungu. That is all. Anything beyond that, hiyo ni ushetani na uchawi. Wachawi ndio wanapatianga watu vitu kama hizo. Ukienda kwa mchawi huwezi toka hivyo. Unajua hivyo?
ukienda kwa mchawi huwezi lazima akupatie kitu, akwambie shika hizi vitu, utaenda uweke chini ya kitanda, shika hizi vitu uende wacha. So huyo ni mchawi. Hapo hakuna ati mtumishi wa Mungu, na mimi I'm not ashamed to say that, because kama kuna kitu kama hiyo kwa Biblia nionyeshe. Una get? And that's why tunaambia watu ni vizuri kujisomea Bible, ni vizuri kujijulia mambo. Ndio ukienda tu mahali hivi uone hii kitu yenye naona hapa hii kwa against the Bible, unatoka hapo mbio. Una get? Sasa kama venye mlienda huko, unaona hizi vitu zote mnaanza kuambiwa sijui nini. Kuna mahali unaenda unanunua sijui ka anointing oil, sijui unachukua mchanga. Sasa hiyo hata si eti itakuwa kwa mahubiri. Unaona hiyo Sunday yenye sasa tuliambiwa na huyu mama akatoa, unajua si kila mtu atalienda hiyo Sunday juu si Sunday walisema hakuna service mpumzike. Huyu mama akatuambia yeye ni anointing oil imemleta. Na yeye hata kuwa anaenda hizi siku zingine, akatuambia ujue last time hiyo Sunday hizo vitu zinauzangwa kina anointing oil. Sasa si ni Mkenya tukamfuata. Unajua sasa mkiwa huko ndio mtaambiwa hata mchanga, hata kuna yenye pia unaweza nunua mchanga. Hizo zote ni sarakasi. Sijui kuna But sasa kwa mahubiri watahubiri kwa Biblia. But ukisikiza mahubiri yao vizuri, kama unajua Biblia vizuri, utasikia kuna mahali wanajaribu twist kidogo ndio wa queen. Ndio wa queen. Unaona? Hata hapa sijui umeambiwa sijui upimwe na madaktari, sijui maripoti. What is that in church? Kwa kanisa hizo ni nini watu wanafanya? Kwani Yesu alikuwa anafanya vitu kama hizo? Atienda kwanza upimwe pale, niko na manasi wa kupime. No, mimi nimekuja nikiwa mgonjwa nataka kupona. Anakuombea. Na si enda ukatangaza useme umepona. Tena si lazima, sidhani inafaa kukua lazima ukuwe na proof ya akuwe na proof amekuponya. What for? It is for show off. Ndio unajua biashara yako lazima ujue venye utai-advertise. Lazima uambie wasi, by the way mse mimi natengeneza kasimu, mse alikuja kwangu nikamuundia simu na ikakuwa sawa. So lazima nijue venye nita-advertise hiyo biashara. But in church hakufai kuwa na hizo mambo zote. Na this is the hype time. Na juu ulikuwa umeniambia ni nani, watu wengi wamepotelea huko. Na sio huko peke yake. Makanisa mingi zenye ziko huku watu wamepotelea na wanafanya hizo sarakasi. Lakini watu wamefungwa macho. Na mtu anaona vizuri. Hata waonangi. Lakini nadhani kuna mtu, unajua sasa inalingana pia na penye umelelewa. Kama ulilelewa ukienda kanisa, unaweza anza kunotice. Kuna ule mtu ataenda hapo juu sasa kwa story mingi unaona hata mtu akisema alikaa hapo, alikaa kwa hii cult miaka 10. Miaka 10 huku notice. Juu sasa sisi within the you see what they do, kwanza wanakubrainwash. Unajua kubrainwashiwa ni nini? Unabebewa akili na mtu. Kitu yote anakuambia ni ukweli. Usikia hata washirika wanatetea hawa manini mapasta zao. Lakini nadhani sasa inafikanga hata mahali sasa assume umeenda kwa kanisa mpaka wameamua watakulipianga rent. Na watakupea kanisa, by the way si hiyo sasa wamekuwin. What they do, nimekwambia wanakubrainwash. Una get? And then sasa hiyo siniwakwambia hawatumii hawaombi Mungu mwenye sisi tunajua. Wako na zile spirit zao. They are using other spirits zenye zina kumonitor. Unaona? Juu sasa kama mimi naona kwetu kuna monitoring spirit but hatujui ilieko kwa kitu gani. Unaikemea. Unaomba wewe mwenyewe unaikemea. Kama huku kuna spirit yote yenye iliwekwa na mtu yoyote tunaikemea katika jina la Yesu na inatoka inaenda. Ukweli zinaogopa by the way. By the way unajua hata kuna mtu akienda huko mimi niko sure wacha but niko sure mimi hata nikaenda kwa hiyo kanisa naweza siwezi kubalishwa kuingia, ama mtu mwingine mwenye anajijua hapa vizuri. Hamwezi pelekana pamoja. Watajua mtu venye amekuja huku, umekuja kututest. Utasikia utaambiwa wewe usiingie huku. Kuna pasta fulani kama ndio maana watu wengine wanarudishango hapo, unaarasiwa mpaka unarudishwa. Yes. Kuna pasta fulani tulikuwa na yeye hapa. Yeye aliniambia alikuwa ameenda kwa mganga, kwa mchawi, na walikuwa ameenda na rafiki yake. Lakini huyu rafiki yake aliambiwa hakuna kitu yote inaweza fanyika huyu akiwa hapa. So yeye alifukuzwa. Na kaenda. Sasa utafanya nini? Na yeye hata hakuwa ameenda ati kuhudumiwa. Sini ile tu ameenda kuona venye kunaenda. Si rafiki yako unamwambia turudi. Hapana, si yeye sasa ataendelea na shughuli zake. Because they know siwezi pigana na hii madhabahu.
huyu ni mtu amejisikia kiroho, siwezi pigana na yeye. Unaona? Lakini ukienda tu pale kama umelala, wanaona sasa hapa tumepata nyama, kuja hapa. Na hebu niambie ati kanisa unaenda unapewa hizo nini? Unapewa hizo rules zote. Don't do this. Why? Hii ni nyumba ya Mungu, by the way. Una get? So pole sana kwa yote umepitia, na mtu yote mwenye ako hapa najua umesikia hii story ya huyu madam, and it is high time ufungue macho. Hata watu wenye wanaenda hizo makanisa juu wanakuanga wamefungwa macho, wanakuanga brainwashed. Ukijaribu kutaja pastor wao, wachana na pastor wetu, wachana na kanisa yetu, kanisa yenu, na mnaenda kwa shetani nyinyi wote. Na unapata watu wote huko ni maskini na hata waoni, wanasema tu kanisa. Wewe unasema kanisa yetu na unaenda kanisa mguu. Na kuna time nilifanya video kayo, watu wakaanza kuniingililia wenye wanaenda hizo makanisa. Imagine mtu anatoka Githurai mguu anaenda town, unaenda kanisa, na pastor anakuja na bodyguard na magari kama sijui ngapi hapo, na ati anaombea watu mashida zinaisha, na wewe unafungiwa nyumba. Wewe kazi yako imeisha. Wewe huwezi afford hata chakula, unalala njaa. Wewe huwezi fikiria uone hapo kuna shida. Fungueni macho hata nyinyi. Na kama ushaienda kwa kanisa kama hiyo, ama ushaijipata mahali kama hapo, na hata kuna watu wanafanya hivyo, labda una tithe kwa TV, ama unatoa offering yako kwa TV, unaenda unanunua vitu kama hizo. Kama what you have to do ni kujitenganisha na hizo vitu, kujitenganisha na hizo madhabahu. Na kama haujafanya hivyo, hizo vitu bado zitaendelea kukumonitor. Na kama una feel hauna hiyo nguvu ya kufanya hivyo, wewe mwenyewe una feel I'm weak, enda mahali unaenda kanisa, na ama mahali unajua this is a true man of God. Go and talk to him. Mwambie enda umwambie, mimi nilifanya hivi, nilitoa pesa, because you see pesa ina make a very strong covenant. Unajua hivyo? Hata kuna watu wenye kuna vitu zingine tunasemanga, kuna mtu anaweza taka kumaliza saa hizi, ajue wewe ile njia anaweza kumaliza nayo, nitakupatia pesa na atakupatia cash. Ama achukue pesa yako. Atakupatia cash. Kwanza ukiona mtu anasemanga hivyo, ukiona mtu ana insist kukupatia pesa cash, enda hizo pesa uziombe kwanza. Ziombe. Usikatae kuchukua pesa hata juu labda ni mshahara umefanya mahali kazi, lakini anataka kupatia cash. Kama if you believe in tithing, enda utithe na uombe hiyo pesa. Ndio kama kuna kitu yote ilikuwa imeongeleshwa ikuwe null and void. Kuna wengine nao anataka umpatie pesa yako, pesa yenye umetoa kwa biashara yako ama kwa kazi yako. Yes, kwa kazi yako. Aende itolee madhabahu, alafu kuna jamaa tulikuwa na yeye hapa. Alifanya hivyo, alipewa na mtu pesa aanze biashara. Lakini mtu venye alimpatia pesa ya kwanza biashara, kila wiki alikuwa anakuja anamwambia, si unisaidie na 1,000. Na unajua mtu alikuwa amekupea pesa ya kwanza biashara, unaweza mnyima? Anampatia. Finally hiyo kazi iliisha, akachotwa na mabank. Unaget? Tulifanya hiyo story hapa ya director Fred Kahora. So people have to be very careful. Hata chakula sijui unaenda mahali unakula tu ovyo. Kitu kingine hutumika ni nguo za watu, nguo zako. Sikia hadi unasikia huko sasa hadi kupata nguo za kuvaa unapata ni shida. Mungu akuchukii hivyo. Ati anaweza kunyima chakula, anaweza kunyima mahali pa kulala. Na mahali pa kulala. Imagine. Na anasemanga even the bands of the hair. Yes. Na hazifanyi kazi. Na wewe unafanya kazi. Si unaona hapo kuna shida. Kwanza akipatana na wewe na mauji na mavibuyu na magambut kwa matope coach. Anafikiri venye utaenda. Haiendi. Saa zingine unakosa kuuza, unapata pesa ya stock, mnakunywa hiyo uji usiku, kesho yake upike ingine. I want to give you a homework. Saa hizi ukienda home mkiwa na bwana yako, si mnasikizana vizuri, endeni muanze maombi ya kujiseparate na all those kitu yote mnajua mlifanya huko. Unaenda step by step. By the way tulienda huko tukafanya hivi. Hata kama huu mama mnamshuku, kutoka ile time mlipatana na yeye ni nini na nini amewafanyia. Unaget? Go and separate yourself na hizo vitu zote, na utaona life yako itachange. Si ndio? And for now, cause kwa Wakikuyu tunasemanga mtu mwenye ako na njaa huwezi mwambia akupe nini maneno. Mudu muhutu dahoya uhoro, ngaragu dihoya uhoro. Unajua hiyo?
Siwezi kuja kwako nikiwa na njaa uanze kuniuliza haya umekuja aje, unaendelea aje, na kwako unaona kwanza utanipea chakula, si ndio? Na saizi najua uko na njaa na si njaa ya chakula, ya hizo vitu zote zenye umesema, rent na nini. So kitu yenye naweza sema, kama kuna mtu hapa ako hapa mwenye naweza support huyu mama ama huyu sister yetu, acha niseme ni sister yetu, kindly mimi siwezi fungilia, atapeana namba yake ya simu hapa, unasikia kona arrears, kama unaweza tu msupport hata kani ya mwezi moja mtumie. Kama uko na kazi unaweza mpe, kama unaweza msaidia na maombi, anahitaji maombi zaidi by the way, msaidie. Na kama bado unaweza muongelesha, unasikia na wanahitaji bado kuongeleshwa, just talk to them. Na niseme hivi by the way, juu hata hapa utapigiwa na watu wengi. Sasa unaweza kuwa umetoka na huko Uganda upate wa huku, sasa watakuona waone bado haka kakona nyota, wacha tukapigie. Na atakuja akiwa very sweet, very sweet. Unajua tulikuwa na case kama hiyo hapa, tukaombea watu. Just be very careful, be very 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 careful. Kwanza mimi siku hizi mtu ananiombea mimi, heri nijiombee bas. Siku hizi kwanza siku hizi hata rafiki yako eti umwambie mimi niko na shinda nisaidie kuomba, unajua anaombanga Mungu gani? Very true. Mimi siku hizi siamini watu wa kuombea, na acha niombe yangu ifail. Hata kama nimepigana na hizi mashetani miaka karibu 3 sasa. Wewe jiombee, yako iko sawa. Acha nipigane nazo. Mpaka nizipige mimi mwenyewe, lakini ya kupiganiwa na mtu sioni kama atapigana vizuri. Jiombee. Na ukijiombea jisomee neno, elewa vizuri. Siku hizi by the way naambia watu, kwa hizi mambo za kanisa na mambo za maombi na mambo za God, unafaa ukue more accurate. Even kuliko venye unakuanga accurate ukiingia kwa relationship. Angalia tu, ukiona tu ka red flag hivi, ati sijui pastor amekwambia sasa Mungu ameniongelesha saa hizi saa 9, nimeambiwa ati nimeona uko na maroho ngapi? Wewe mbona unaona maroho kwangu wewe? Na hata kwenyu mko na mashida. Wewe umesaidia watu wenyu wewe? Unaona hawa mapasta wenye kwanza wanaongeanga hivyo. Unasikia sijui charity begins at home na kwenu. Unasikia kwa tuende uombee kwenyu, unasikia nyanya yake ni mchawi sijui anafanya. Enda uombee huyo mchawi kwanza. You see? By the way, people, watu wakuwe serious na hizi mambo. Si ati juu naona mtu juu anafuatwa na watu wengi huku, kanisa yake inajaa watu wananinia hapo sijui anafanya miracles. Hata demons perform miracles. Do you know that? Sorcerers, kwa Bible inasemekana hata sorcerers walikuwa wana perform miracles after Jesus ameperform juu hata wao wajaribu kujiprove. Not even after Jesus, time ya Moses. Venye alienda huko si eti shetani hana nguvu, ako na nguvu, ni eti na Mungu na yeye ako nazo zaidi yake. Shetani hakuna kitu hawezi fanya, hata anaweza kuua. Do you know that? Anaweza perform miracle yoyote. Tena kitu kingine nitaambia watu, hii kuamini watu sana. Juu sasa mimi unaona hizi vitu zote zimenifunza vitu mingi, so nikienda kuchukua mwili ya mamangu mimi ndio nilikuwa the next of kin. Na hizi siku zingine walikubali nifungue. Hiyo siku hata ni wao walituvalishia, walikataa. Na unaona bado inasemekana kuna wale watu watakuja hapa kwa TV waseme wao walikuwa wanaenda kutoa organs. Na kuna hizi cults zinakuanga kwa Nigerian movie, mtu akishaua mtu anakuja pia kutoa ile party ameitishwa. Ama wewe umetumwa kuenda kumalizia, usizitake for granted. Juu sasa mimi naweza pia shuku kwa hizo harakati zote za mvutano, maybe pia kuna mtu alikuja kummalizia. Alafu pia kwa nini hawangetaka tuone hiyo mwili fully? Juu mimi nilienda hiyo siku, nikienda nilikuwa with my sister in law, my husband and now gone home. Nilikuwa mapema kitu saa 9, kwanza wakaanza haraka. Hata nyinyi ndio mnatufanya hatujalala leo. Na tukienda tukifika walikuwa wameenda kuendea miili za wenye walipass within that evening. So hata walikuja wakatu nini. Na nikajaribu kufungua. Unajua mtu wenu akiletwa usiangalie tu uso peke yake. Juu sasa unafaa kukubalishwa hata uende before aingie kwa nini. Juu sasa hata siku yenye ya before bari ya clearance walikuwa wamemweka majina si zake. So hiyo siku nilishinda yote Kenya, hata nikijaribu kubadilisha juu majina zenye ziko ward hazifanani zote na zenye ziko mochari. Unaona sasa ndio maana mwili zinapotea. Watu wanazika ya mtu mwingine alafu mnaenda kufukua juu sasa muende mtafutiwa mtu wenu
majina zake zimewekwa jina, maybe hata yake imewekwa moja na hiyo ingine ni ya mtu mwingine, unaona that is not the person that you took to the hospital. So hiyo siku walikataa, na mimi nilijaribu kufungua. Kawaida mimi itangua pasi, ni hizo siku zingine 2 nilienda nilimfungua na nikaguza vizuri, but hiyo they were strict, no, masaa hata imeenda sana. But then unajua juu sasa already you have fought a lot of battles. Mimi hata sikushindania, wakasema hata leteni nguo, ni wao watavalisha. So ni wao walivalisha na wakavalisha. Labda kuna kitu walikuwa wanaficha. Si obvious hapo unaanza kuona kuna kitu imefichwa. Alafu unaanza kwa hizo harakati zote, kuna watu walivishania sana hiyo mwili mpaka, alafu huyu mtu pia anataka kuongea sana na morticians, na ikabidi tukubali tu apewe namba na mortician. Sasa unaona ukiconnect hizo vitu zote, hata unaanza kukua confused, what could have happened. Na sasa hiyo unaacha kukua na peace. Juu sasa huyu mtu, it was my mom, she trusted in me for care. There's a part I didn't play. Kuna part siku play vizuri kama mimi. Juu sasa hiyo siku ilibidi ni tukubali tu. Huyo sister-in-law akaniambia wapatie tu hata nguo. Juu sasa hata wa mama wenye walikuja wa kanisa walianza kuulizana nani atamvalisha nguo, ni kama walikuwa naogopa sasa. Wao walikuwa, nikawaambia nitavalisha kama hamtavalisha. But then hao walisema hata tuko na haraka tutavalisha nguo. Mimi niliwapatia tu manguo. Alafu wakaanza kusema hata hakuna time ya kuview mwili. Nikamwambia sasa anko zangu wako hapa, watu wenye walitoka nyumbani wa kanisa, hakuna venye naweza view hii mwili peke yangu. Sasa walikuwa na defend si morticians au watu wa kushughulikia mwili. Hakuna venye mwili inaweza tolewa ikuwe ni mimi mtu wa familia peke yake nimeangalia mwili. What if tuzike mtu the wrong person? Unajua lazima relatives kwanza, mtu mkubwa aone ya confirm ni yeye. Watu wa kanisa pia wa confirm ni yeye. Hata bradhangu mdogo hakuwa ameona. Unajua wao si wao watu wa kukilia mwili. Na watu wanaanza kusema pana hata sanduku tunafungua. Nikawaambia ni sawa, tumekubali mmevalisha nguo, but sasa muwekeni, fungueni sanduku, wakuje waangalie wa confirm kama ni yeye, tunaenda na yeye home. Then wakafungua na huyu mtu washavalisha nguo na walishakataa mfungue kabla wavalishe. What would have happened after mmeacha mwili yenu? Wewe. Alafu sasa ndio kwani mko na mtu angesimama aseme lazima muangalie kwanza? Anko yangu aliogopa actually, hata hakukaribia. Sasa mtu mwenye unajua kwa hii bato yote mimi ndio nimeifight. Mimi ndio niliwatch you. Already you fought a lot. Na unaona hiyo it is a bad journey actually, especially mimi hata ningependa nikuwe cancer caregivers advocate. Actually I tried to start a YouTube channel na sina simu. But I just feel very bad. Juu sasa hii unajua una watch mtu unapenda akikufa pole pole. Ukikubali, whether ukubali ama usikubali, at times it happens. Na sasa I think hiyo sikuwa na nguvu ya kupigana tena. Ilibidi tu ni wakubali wavalishe nguo. Kuzu umeachwa, unalia. Alafu sasa nikienda hata sikulia, actually mimi sikulia. Me I think I cried after nimerudi shule, ndio nilinotice sasa exam nasoma hakuna kitu inaingia. Na silali, sikuwa nalala. Inaanza kukuhit. Sikuwa nalala, ni kama ndio nilikuwa naanza kurealize hata amka. Juu actually mimi nilingojea amke, mimi nili expect ataamka mpaka siku ya mazishi. Tuliekwa na anko yangu na wakanieka karibu na sanduku. Mimi nilitaka kuifungua. Huyu mama amki anataka wamweke kwa mchanga. Tafungue hii kitu ataamka. But then nikaona anko yangu alikuwa ameogopa atakimbia. But then nikajiambia si wamemweka hapa, Yesu alifufua Lazarus. Ataamka. Lakini sasa kitu kingine naniuliza, lakini nani atamtoa kwa hiyo mchanga? 3 months later naanza kuona huyu mama ataamka. Inakuanga, but tunasemanga the best thing ni ku accept ile kitu na accept pole pole juu sasa ni amki. Ni kweli. And then hiyo part umesema ni poa. By the way, sasa unasikia kuna hosi fulani ilikuwa imeexpose sasa. Unaona after sasa tumeenda kuna landlady wa penye sister-in-law anaishi. Akaanza kusema sijui wao walibidi sijui ni baba yao ama ni brother yao after amepass. Wao walinini after hiyo sanduku imeletwa imewekwa, walikuta sasa si waliinsist wakatoa nguo, walipata amewekwa watoto na huku kando. Kando ya mapaja. So wao walianza kuuliza kwa nini sanduku yao ni mzito hivyo.
So unaona sasa wale watoto wenye hawakujua mochari, maybe mtu amesema yeye asha surrender au lazima watafute mahali pa kwenda, so wanaekwa kwa mili zingine. Wao walisema wao walikuwa wamewekwa sijui watoto 2 ama ni 3 na katikati ya miguu, so ilibidi watolewa, wakasema wao waziki watu wengine. Wanafanyanga so lakini but mimi yetu sidhani ilikuwa that case. I don't know ni nini walifanyia mwili juu sasa unaona ni kukata venye unainuanga hiyo inaitangwa mausoleum. Nilijaribu kuinua huyo mtu akakataa strictly, na alikuwa very serious anakataa, but then nikaona hii nayo bado nashinda kupigana. I think this ni siku ya kwenda tu na kunini na kungojea. So that hiyo ni pia ni kitu poa ya kuniambia unaweza ambia watu sasa. But sasa unajua saa zingine una hiyo nguvu. Hii ni una hiyo nguvu ya kushinda ukipigana na huyu mtu already ashaenda, unajiambia acha tu aende, but sasa inaninyima peace. Unajua inaibaki inaanza kukunyima. That is the problem. Alafu unaanza kujiambia huyu mtu maybe hayuko at peace, maybe pepo zingine zilimtumwa zimmmalizie, na yeye sasa juu she was under your care na ali expect you to take care, hayuko in peace kwenye yako. You didn't take a full responsibility. But you did your best. Maybe I tried. You did your best, wacha tuseme hivyo. Na hiyo by the way mnesikia, that is an awareness. When you have somebody maybe close to you, it's good to una make sure umeangalia kila kitu. Kuna hosi fulani ndio nilikuwa nimesema ili expose juzi wanauza figo. Actually mimi hata niliona kwa simu ya rafiki yangu juzi. So kuna vitu mob sana zina happen behind the scene. Alafu unaona hata hawa watu wakati wanasema mtu anatokea anasema walikuwa wanauza organs. So ni kanisa but wao wako into biashara ya organs. Ama wanaenda kuzitumia pia kama hiyo. Sasa kuna mtu alisema, kuna hiyo nayo niliwatch kwa movie. Mtu akiwa ameua sistake but akaitishwa roho. After huyu mtu amekufa, si kukufa tu, tunahitaji roho yake uipresent kwa hiyo madhabahu kwa the brotherhoods. So kwa huyo mkubwa wao, unajua sasa akikufa lazima umake sure you have the heart. Na by the way after wao alifail kupata hiyo heart, yeye alikufa pia. So maybe huyu mtu, kuna mtu ameua mtu na atafollow up ni hospitali gani huyu mtu amekufa, ameenda mortuary, so ata make sure amefollow up. Si wanakuanga tu na deal, si anaenda tu anapeana do huko kwa hosi. So lazima follow up apate that part yenye alitisho. Yes. So in short, people have to be very careful nowadays. Hata ukiwa na mgonjwa hosi, hata kama labda kuna time fulani nilisikia kuna jamaa alipeleka bibi yake aende hosi akapate mtoi, then venye alienda hosi wana insist lazima aende CS, but kuna kitu alikuwa anataka kutoka kwa mwili yake. So people have to be very 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 careful. Thank you so much guys for watching this show na kusikiza hii story. Nataka Lilian apeane namba yake, ndio kama uko hapo na unaweza kuwa na support yote yenye unaweza msaidia nayo, unaweza msupport, unaweza mpigia simu, na ujichunge sana, nimekuambia uchunge huku ni online. Unaweza mpigia simu, unaweza ongea, unaweza muongelesha hivyo, na God bless you so much, we love you so much. Peana namba yako ya simu Lilian. 07 90 75 23 75 79 actually. Rudia 07 90 75 23 79. Majina ulisema ni Lilian? Christopher Kadhenya. Sina kwa sahi, sina line. Mambo ilinifanyikia kwa hii maisha. So hapo kwa line nilipoteza ID na sahi kureplace, nikaenda nikajaribu kureplace, wakasema ni 1050, siwezi pata hiyo pesa, nikarudi. Alafu line yangu nayo ikakosa kufanya kwa hii phone. So na nikienda kujaribu kureplace lazima nikuwe na ID. Sasa hiyo line umepeana ni ya nani? Ni yangu but nimeregistiwa na mzee kwa ID yake, so majina ni zake, but line ndio natumia officially. Yeye anaitwa Christopher Kadhenya. So hiyo ni namba, hiyo ni majina ya bwana ya majina ya bwana yangu, but namba ni yangu. Yako sawa. Christopher Kadhenya. Hiyo ndio namba yake ya simu. So tunaweza msupport by the way, asimame tena. Na watu wangu by the way, kueni alert by the way. Kueni alert kwa kila kitu mnafanya. Mnasikia kila mahali kuna sarakasi zinafanyika, kwa makanisa, kwa mahospitali,
kwa makazi zote by the saizi kila kitu unafanya you have to be very very, usiende ufanye kitu ati ukiwa blind ati juu na trust huyu ni daktari nimemtrust, huyu ni pastor, huyu ni brother yangu, huyu. People, fungueni macho na mkubali tu kukaa kwa Mungu. Huko ndiko tu by the way huwezi pata hizi sarakasi zote. Mungu wa ukweli, si hii miungu ingine. So Mungu awabariki sana na mkuwe na wakati mwema. Asanteni sana.